Yes. Wow. Wow. Hi everyone. We are here. Tuko salama? Hi. Hi. Bwana mimi naona kama sionekani. Hi. Yes. Yeah. Jambo. Okay. Good. Mko salama, najua tumewaweka parking na pending for quite some time. Lakini lazima ningejipanga kwanza. Ndio lazima ujipange. Yeah. Kwe. Lazima unajipanga. Ule. How have you been from yesterday? Uko salama? Niko salama sana. Nimeona Mungu. Mimi nimeokoka. Yes. Na nimekuwa school. Nimeendesha gari. Oh, ulikuwa shule? Nilikuwa. That's good. Yes. Wow. Na mimi niko salama kutoka jana. Yeah. na kila kitu iko sawa. Okay. Yes. So si usalimie hawa ili tuweze kufanya introduction. Naona leo kuna wasanii. Leo tuna wasanii maarufu. Okay. Wanatoa locals. Okay. Thank you Farodhi wa Thayo fans, Virginia Wangari TV family. We thank God, nimewasalimia nyinyi wote katika jina la Yesu na sita assume kila mtu ananijua. Virginia Wangari, the mother of 12, na niko na watoto wengine hapa watajisema bado ni wangu. Nashukuru sana because of kunipatia hii wakati kusalimia watu wa Farodhi wa Thayo TV. Yes. Na nimesema ni asante, hata kunileta hapa sio kawaida. Kwa hivyo sitaiona hivyo, nimeshukuru sana na ambia Mungu ni asante. Kwa hivyo asanteni sana Virginia Wangari TV na Farodhi wa Thayo. Wow. Yes. Ati mama sitaiona hivyo. Nikumio ya uguo. Wow. Okay. Thank you. So tuingie kwa Youngblood. Okay. Sijui mama mtampatia hiyo. Okay. Yes. Vuruta tu. Itakuja. Inshallah. Vuruta. Okay. Kofiti. Yeah, na mimi hapa naitwa Youngblood Kamodho. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Pia mimi am a YouTuber by the way. I'm an upcoming artist and a vlogger by profession. Ulisomea wapi? Vlog. Vitu zingine ni unajisomeshanga. So ukishajisomesha, kisha graduate, so unakuwa professional. A DJ by experience. A DJ by experience bana. A journalist to be. A journalist to be. Bidhe naingia shule SEP 14. Nililipiwa na mom. Niambia nisimtaje lakini alinilipia. Amenilipia imagine full. Wow. Nimelipiwa full. Naingia this month September 14. Some miaka hii man. Nasoma for 2 years. Naenda kusomea hii kazi journalism sasa. Wow. So after that, so you could be the next interviewer or the next host here. I will be the next. Amen. Which language would you consider using when you are the main host? Najifunza English vizuri sasa. Sababu Kiswahili ni ya kuzaliwa. Unajua wewe hata hujui Kiswahili. Unajua Shen. Ndio shida yako sasa. Haujui Kikuyu, haujui Kiswahili, haujui Kiingereza, unajua Shen. Nijui Kikuyu. Nijui. Unaona hata venye tu unaongea saa hii wasikia unajaribu. Hata Davis J sikia akiongea Kikuyu. Ilikuwa tedemea rangia wega fiudo. So, bado nikwambie kama kuna lugha ngumu Kikuyu, kuifuatilia especially hapa ukikuwa mtu wa Nairobi. Kikuyu. No. Kai. Yaani mama peke yake ndio anajua Kikuyu. Okay, ataoniongelesha mimi nimjibu na Kiswahili. Hata mimi nanikaliaga sababu nimesoea. At times especially kuna kitu ngumu kama interview ya Kikuyu. Sasa mimi interview ya Kikuyu ndio na flow.
Actually leo nikianza sasa kuongea Kikuyu, utasikia nitateseka sana kabla ni address Kenya nataka. Okay. Yes. Anyway, so Youngblood umaliza introduction. So tuingie kwa Davis Rito. Sikizo wananiambia Thuita Thuita rudi nyumbani. Wanaita Davis Rito pale. Unajua siku hizi naambiwa boss, siku hizi unaweza jaribu kuimba. So watu wangu ni hapa ni Davis Rito. Kama uliimba hata mimi bado na kuna hopes, kuna tumaini. Wako naamini. Kuna tumaini. Actually walikuwa wananicheka sana. Wakisikia nikiimba wanadhani itakaa aje hivi. Hata mimi nilikuwa shtuka. Walikuwa wanasema hivyo. Uliniwekea tukitoka kwa shamba, nilikuwa na uoga isikue haujaimba venye nilikuwa natarajia. At least nikasikia, lakini unajua kwanza cha kininivutia ni beats. Alafu nikakusikia at least. Baadaye nashukuru sana producer wetu ambaye alitufanyia, anaitwa Gid Vibes. Anakuwa wapi? Gid Vibes ni producer wa Mr. Seed. Anasikia ni mtu wa Uptown. Exactly. Hapa kwetu tuna Willy Paul jamani. Na hapa kuna Willy Paul hapo. Anapita tu hapo kwake nje hapo. So guys, mimi nafurahia na wasalimia nyinyi wote watu wa Farodhi wa Dhayo TV na tumai nyote mko salama. Si pande yetu hapa tuko freshi. Sisi tu buheri wa afya. Tuko buheri wa afya. So tuna thank God sana na tunafurahia juu yenu kuwa na sisi nyinyi mkituona. Tunajua wengine wako job zao. Kuna wengine pia wako wanaenda nyumbani. Na wengine kwa jam. So nyote tunawasalimia nyote kutoka hapa Nairobi, Kenya, hadi kwenda hadi ng'ambo. Tunawasalimia nyinyi wote. Cairo, Egypt. Hadi watu wa Cairo, Egypt, Dubai. Nyote nawasalimia. Wow, thank you so much. Capital city ya South Africa inaitwa Youngblood. Sika. Watu wa akina Neo. Inaitwa aje? Ati hajasikia swali. Capital city ya South Africa. Kuna Neo ni wa South Africa. Unaweza tuambie. Neo. Neo ni wa South Africa. Afadhali hata ungesema Johannesburg ama useme Cape Town. Unajua mtu ashughulike na country yake. Mimi bora ukiniuliza mambo ya atiwache ukae Kenya. Anyway, so welcome so much. Today I'm so amazed to have the two artists wasanii hapa Kenya. Pia wa Kenya tuna wasanii ambao wanachipuka na wasanii chipukizi pia. Na cha kushangaza ni kwamba hakuna mtu angedhania wote wawili wangeimba. So today we are going to have a very healthy conversation about the two artists, and then today we also have Mom here. Pia atatunenea mawili matatu. Nafikiri pia ni mwimbaji. Niko na wasanii watatu tafadhali. Please. Na pia yeye kuna wimbo ambao anauachilia siku ya kesho. Papa saa moja. Kesho saa moja asubuhi ama jioni? Ya Kenya. Saa moja jioni ama asubuhi? Asubuhi. Masaa ya Kenya. Tutakuwa tukiwacha Mungu aitwe Mungu. Leke iga yetu agai. Leke iga yetu agai. Wacha Mungu aitwe Mungu. Wow. Yes. Wacha Mungu aitwe Mungu. Yes. Wimbo ambao Virginia Wangari atakuwa na uachilia kesho asubuhi mida ya saa moja. Kwa hivyo pia shikana naye wakati atakuwa nafikiri kwa ile show ya Morning Glory. Nafikiri utaianza 6. Ndio itafungua. Wimbo ndio utafungua. Nitakaa ndio tufungue na hiyo wimbo. Okay. Very good. So ndio hivyo basi. So we have Youngblood and of course Mr. Davis. Na wimbo wao nafikiri wakati niliusikiza unaongea zaidi kuhusu Thuita. Na in fact nililia because yani vile unamuita tu I felt so emotional. Kwa sababu unajua mtu anaelewa hii story lazima akuwe emotional ukisikiza mahali ambapo Thuita anaitwa. Lakini Mom, sasa leo sitaki uongee sana. Nataka nikufanye co-host. Okay. Help me introduce one and only Mr. Youngblood Kamodho. Yes. So, mpatie microphone ndio watuambie kwa nini wakautunga ule wimbo. Ni nini
Kiria ndio watunge ule wimbo na walitaka ufikie nani? Yeah. So kwa majina mmesikia naitwa Youngblood Kamodo. Kama kawaida nimeokoka na Yesu ni Bwana. So yeah, kama hujasikia hiyo ngoma by the way naitwa Thuita song by Youngblood and Davis Rito, and that song is a brothers song, yani ni wimbo ya kindugu. Inaitwa Brothers Love. Hiyo ni wimbo yenye tumeimba na msanii hapa Davis, and I'm so proud, and yani it's something I will forever be proud of, sababu mimi ndo mtu wa kwanza kuimba na Davis. Hata kwenye kote ataenda kuimba, akitoa solo song ama afanye makolabu zake, nitaishi kusema ni mimi niliimba na yeye kwa Davis wa kwanza. Yeah. Kwa hivyo unaona star yake huenda ikang'aa hivi karibuni. Ishang'aa. Ishang'aa. Okay. Yani unajua ni Davis, kwanza tukifika hapo Davis tulienda na yeye studio, nilikuwa na doubts. Hata venye aliingia hapo kwa hiyo mic hiyo sasa palianza kuimba. Davis ni mtu anaimba akifanya hivi. Yaani kuna venye alikuwa anaimba alafu kuna ile sauti anatoa. Let me tell you, hata producer alikuwa ananiangalia. Yes, anauliza niendelee kurekodi ama kwanza niache Davis endelee kustrain. Like hiyo sauti. Producer mna kazi. Davis kuna vinyele anajishika hapo, unajua Davis aliimba na emotion sana. So ananyamaza at some point. So producer kwa zile za ni cut ama niendelee. Kumbe Davis anaendelea, yani anaendelea. So like hata mimi nilikuwa kai. Naanza kuuliza producer sasa, lakini kuna kuongeza mtini yani. But sasa after Davis amemaliza verse yake, ndio sasa huwa inachezwa. Sasa ndio msikie nini alikuwa anafanya hapo. Oh my God. Sasa if you listen to the introduction, unaweza sema Davis is a joker. Youngblood. Exactly. So mimi nisikia Davis ameanza kusema hivyo, nikasema guy amechoma sasa mtu. But venye sasa Davis alimaliza kurekodi ikachezwa, hata nilikuwa nimekosa courage ya kuimba sasa. Nilikuwa nimeona guy Davis. Yani iliimba mlijisikilia yenyewe hiyo sauti. Hapo kuna tuning zilifanywa ama nini. Yani sauti ya Davis. So usidharau mtu ama don't judge a book by its cover. But mimi sikumjudge. Mimi nilikuwa kwa ground akiimba venye anataka. Yani kuna venye tu alikuwa anaimba hapo. But you all saw the talent. Hata Gidivebs hakuwa naamini. Alafu unaona hapo kwa Thuita hiyo hiyo ni sauti ya Davis. Hiyo yenye inawekwa hapo, ukisikiza hata kwangu mimi nilishindwa kuweka hizo backups into backups. But Davis akona hiyo sauti ya kuweka backups. So mimi leo ever be proud manze kuimba na bro yangu. Na it's something nakumbuka ndo nifikirie kuimba Thuita song. Tulikuwa kwa fupisha usiku. Mama tulikuwa na fupisha usiku. So there is ikakuja tu, unajua sasa tunaweza kwa tukiongelea tu jina Thuita itokee. So discussion ikaanza kufanywa about Thuita hapo. Watu kaanza kuniambia Youngblood, see you talk to Thuita. Any project ya last 2 months. Ile siku mama alikuwa ameendea Thuita, ile siku alikuwa anakimbizana kwa barabara. Ile siku ya kwanza. Yeah. So people walikuwa wananiambia sababu ningeanga fupisha, Youngblood si ujue wewe unakaa wewe ni rika Thuita. So unaweza bonga na Thuita kuje kwa mama. So mimi nikafikiria like nikamwambia sasa, nikaanza kusema yenyewe tumemuongelesha mabishte wangu, bado ni mabishte wake ameniambia amejaribu wameongea na Thuita lakini bado ni resistance. So mimi naweza sema tu ni Mungu. Nilifeel unakumbuka venye Saul huyu wa Biblia. Leo Mike umemficha na hapa ndani. Hapa kwa koti yetu. So hamna pressure. Hapo ama nimeficha. Unakumbuka vile huyu Saul wa Bible venye hata venye alikuwa anakamiwa ilikuwa zetu na evil spirits ama hizo mapower zilikuwa tu zinamfunga. Wimbo ndio ilikuwa inamtuliza. Na upeana story yenye hutatuuliza swali. Yes. Kwa hivyo kama ni Saul, please wewe na story na usituulize swali. Ndio kuna jamaa tunakuja maswali nauliza sababu jana yeye hapa anaanza ka story ka Bible lakini hakajui, sasa anakaa kiuliza mazuri. Iko kwa akili.
So nikakumbuka, unaona venye sola. Sasa hiyo ndio tulikam kwa my mind when bado tulikuwa tunafupisha, but it was very emotional. Hiyo ni venye fupisha za mama ni mingi sana, so you can't tell which is which. Unasikia ni 2 months ago. So ndio mimi nikasema juu Davis, huyo David, jina Davis imeniingia sana. Juu David ndiye alikuwa anamuimbia, alikuwa anatulia. So mimi nikasema kama kuna vitu zimefunga Thuita, ma chains ama all the powers, wacha tuziimbie tusikie kama zitatulia. So hapo kwa live fupisha ndo nikasemanga nitaimbia Thuita wimbo. Nikasemanga nitatolea Thuita song na nitamuimbia, nitamwambia rudi. Yani wewe ni script writer. Yani mimi nilifikiria tu hapo kwa live nikasema I will dedicate. Yani kutunga wimbo ni hivyo rahisi? Si rahisi Farudi. Unasikia ni tunafikiria 2 months unaandika script. Umesikia ninakwambia ni 2 months ago. So na watu wakaniambia yes, why saidia nini. People waka respond very positive. So ndo the next day okay, nikaanza kusema sasa hii wimbo yani unaanza wapi? Alafu mimi ni ule mtu ukisikiza ngoma yangu ni tulimba na Nyanyo Shukrani, mimi napenda kuwa the second verse. Nataka kama mtu mwenye atatuimbia ya kwanza. So I checked hii song nani naweza imba na yeye. Mara ya kwanza nilikuwa nataka kufeature Lucy. Nilikuwa nataka kuita Lucy anisaidie. But nikaona hapa tunaimba kitu ya brother song. Yani tunaimbia bro. Na Lucy ni sister ya Thuita, yes, but she ni msichana. Hapa nataka mtu venye feelings zitatoka za Q brother. Unaona yani zitatoka Q bro code. Hakiri hivi. Yeah. So but then niliteseka, nilikaa for 2 weeks nikifigure out. So nika download beats kwa 2BD, ni app ya Chrome, yani ni site ya Chrome. Nika download beat. Sasa hiyo beat ni tulitumia kutengeneza nayo demo. So nikaanza kuflow hiyo Thuita. So nikaanza kuandika tu maneno hapo. Nikaekeanga kina mamu wasikie. Yani after hata bado sijafikiria kuita Davis. Juno akina mam cried, Vero cried, Angel Maria cried. Hiyo ni kitu hata ikakuwa topic ya fupisha. Hata ni venye singechoma hiyo taste kuwaekea waisikie. But nikasikia wow. Yani hiyo ngoma iko na tu message yake. Na it was only chorus yo Thuita. Unasikia tu hiyo chorus. So hapo ndo nikafikiria wow, this song is so powerful. So hapo ndo nikafikiria na si naweza imba na Davis. Yani naweza imba na Davis. Bado niko na doubts. Davis. Unajua kuna video Davis ashai upload YouTube akiimba akiwa kwa kitanda. Davis leo alikuchomewa. Lakini uzuri ni tushajua sasa wewe ni mwimbaji. Hata achombe. Sichomi. Mimi nasema exact reality. You know, mimi obvious mimi hufuatilia za mam za Davis. So Davis akiupload nikiona tu kitu mimi uklik hata kama ni live. Lakini yeye upload video after 2 months. After 3 months hadi. Yani hata watu wajui yako YouTube. So nilikuwa na doubts juu. Nilikuwa nasikia Thuita ni kweli, yani nilikuwa nasikia Davis lakini nikasema hapana, wacha tufanye na Davis. Nikapigianga Davis kwanza nikamwambia Davis nilikuwa nataka tuimbe na wewe ile wimbo ya Thuita. Juu alikuwa aware na imbia Thuita. Davis was very positive, akaniambia unataka tuimbe? Sawa. So shida ilikuwa kupata huyu msanii sasa. Shida ni kumpata. Hapatikani. Unajua inafaa ikuwe vice versa. Project kio yangu yeye ndiye angefaa nikose. Sasa it's the other way around. Mimi ndio namtafuta sasa. Sasa mimi Davis leo uko wapi? Leo niko Kiserian, leo niko huku. Leo niko Grogon anamaliza the whole day. Leo niko huku. So what Davis aliniambia tu nitumie beats. Davis akanitumia aliandika. Do you know Davis aliandika hiyo verse na usiku moja. Hapo ni after nimempea pressure. Davis ni kesho lazima tuende studio. Kama mistari anayo. Hii wimbo nimengojewa sana. Akaniambia sawa nitumie beats. Nikamtumia beats. Do you know hiyo usiku ndio alinirushia. So venye alinirushia, nikasikia nichome nisichome, nikaekea Nyanyo akaanza kucheka, alafu na unajua. Unajua Nyanyo hawezi judge kitu. Nyanyo alianza kucheka. Kila hata mama alikuwa ananiuliza Davis anaimba. Yani
everyone, by the way, it was something that really shocked even people after the song came out. Because hata mimi nakumbuka hata niki-upload, unajua before ngoma itoke lazima ushtue asi. Nilikuwa napiga Davis picha akiwa pale anaimba, naweka status na naweka community. Nauliza, are you ready for this? For this voice? Ngambia ilikuwa tu so Davis akanitumia akaimba, so nikamwambia tuende Wednesday. Sasa hiyo Wednesday ndo tukapatana na Davis, hiyo studio iko Mirema, hiyo upande ya Zimama ni Mirema. Tukaenda, it's something we did in like 3 hours hapo hivyo, because hiyo ngoma tulikuwa tunashinda tukirudia, like tulimaliza kurecord, sasa tulikuwa tunashinda tukisikiza demo. So unajua hiyo message hiyo song, alafu the chorus is yani chorus ndio ilikuwa everything about the song. Hiyo Thuita yani sasa tukaingia kwa gari. Sasa Davis ananisindikiza pale Roysambu stage. Tulienda tukiwa tumechezesha demo all that way. Alafu unajua hapa cooperative kunakuwa na kajam. Tulienda tukisikiza yani hiyo ngoma. Amwamini? Hatuamini ni sisi. Na hiyo ni demo. Sasa venye final ilikuja, mlijisikilia, and that's how tulitolea Thuita wimbo ambao imemfikia. Marafiki wangu waliniambia ilimfikia. Tulikuwa na rafiki yake, sizi mtaja, ni rafiki yangu bado ni rafiki yake. Thuita was aware na mtolea song. There is a day mam na Davis walikuwa wameingia place huko Thika, wakaniacha kwa gari. So mimi ningia kwa gari wakakaa sana. Nikafikiria naweza fanya nini ni keep busy, nikasema acha nifanye content. So nilikuwa hapo kwa driver hapo, nikaeka tu simu hivi. Nikaongelea about hiyo Thuita song. Watu walikuwa aware na tolea Thuita. So I was giving them an update about the song. So niliandika Thuita message you need to hear. Unaona? So because of that hiyo video ilienda sana. Kwenda sana, marafiki wangu pia ule mtaani huu ni support, waliona hiyo video, walionyesha Thuita. So hiyo rafiki yangu aliniambia Thuita anajua tunamtolea song, na jana aliniambia Thuita alisikia the song. So it's all about time. Tunampatia time. Unajua sasa he knows. Now he knows. We want him back. Of course the lyrics, Farudi. Of course the lyrics. Hakuna kitu tumetoka nje ya content. Everything was all about Thuita. Everything was all about telling him we love him, we need him, and we love him so much. Okay. Yeah. So, wacha tusikie Davis Rito pia. Alafu pia mtuambie the connection. Unajua brothers. Na yule ni bro. The connection inawa affecting kivipi? That is after Davis ameongea. Davis. So wimbo ndo huo. Studio maneno sikakuwa ni fiti. Wacha kwanza niseme nashukuru sana juu ya job poa tulifanya. Actually mimi pia siko nafikiria ati, lakini hiyo song uliipenda kwa sababu unakumbuka likiniekea tukitoka huko kwa nyumba. Nilipenda sana. Nilipenda cause actually nilikuwa ni ngoma ya kwanza. Nimeishi kupenda kuimba. So but after kupata familia then life ikakuwa na responsibility mingi sana. Nilikuwa nimeandika ngoma mob sana nikiishi pale Mathare. Nilikuwa na ngoma mingi sana. Ulikuwa unakaa Mathare? Nilikuwa naishi Mathare. Unajua mlango sana nilikuwa naishi mlango kubwa. Unajua mkoko? Kwa mkoko nilikuwa naishi hapo. Sasa hapo nilikuwa naishi. Pale huwezi kaa na simu ushike. Unajua Karambe? Hapo Harambe sasa hapo tumekimbizwa. Sasa hapo mkoko. Kuna wakati niliteremka mchana, nilikuwa naishi huko. Nilinyang'anywa simu. Watu wakichota maji. Na wananiangalia tu nikinyang'anywa. Hakuna mtu anaweza ongea. Lakini nafikiri kulibadilika. Pale ulikuwa unanyang'anywa yani live na hakuna mtu anakutetea. But ni Nairobi. Wow. Ni Kanairo. Okay. So my bro akanipigia simu mchana. Akaniambia wewe bro, I think alikuwa asubuhi. Bro uko aje? Niko poa. Niko na idea, niko nataka tutoe ngoma ya Thuita. So mimi unajua niko na mausingizi, nikamwambia acha nikiamka utaniambia hiyo story. Nikaifikiria. Yes, nimesikia message. Then nikaifikiria. Nikaambia wife, kuna Peterson, Youngblood anataka tutoe ngoma. Anaambia inaitwa Thuita. So unajua umekutwa tu abruptly. Na hujui kama uko sure uko ready kuendelea kuimba. And then mimi nakuwa mtu niko busy sana. So that was it. Nikamwambia acha nijaribu nifikirie hiyo story kama nitaweza. Jaribu tu kutengeneza lyrics kidogo. And kuna lyrics alinitumia yenye walikuwa wametengeneza, yenye walikuwa wataka niimbe hiyo.
And since mimi nakuanga na ile kipawa ya naweza tengeneza wimbo hata saizi nikiongea. So nikafeel si feel unasikiza hizi sauti unasikia how feel hata kidogo. And hapo ndo nikafikiria niko tu kwa bed. Na I think chorus ndio hapo juu chorus yenye ilikuwa sasa nilibadilisha nikaweka different. And I think producer Kozali ilimfurahisha na akaipenda. So ndio tukaanza nikatengeneza kwanza chorus. Unajua wimbo ili wimbe unaanzanga na chorus. Then ili uingie kwa kenye unataka kuandika lazima ufikirie the storyline. Cause mimi kenye naamini mimi huandika nyimbo kulingana na life history yangu. Mimi huandika wimbo kulingana na kenye nimepitia. Mimi hupenda kuandika kitu yenye watu wengine wanapitia. So that's why I come up na hiyo idea nikaandika tuko watoto 12. Thuita alizaliwa akiwa watatu. Nikakaa hivyo nikafikiria vile tulikuwa tunampenda na vile tulikuwa tunapendana sana. And from then ndio nini kaanza, lyrics zilianzia hapo. Nikatengeneza verse ya kwanza, and verse ya kwanza ilikuwa funny sana juu nikajaribu kuitune hadi ingie. And that's why ikakuwa hiyo Youngblood Davis Rito. Sasa nikujaribu uone kama kabisa itaweza. Unaona huko sure. Sasa tukaingia kwa studio. Watu wacha wanicheke. Wacha wanicheke. So but at the end walikuja wakarealize kumbe msee ako sawa. Vocals niko sawa. Flow niko sawa. Punchline niko sawa. Na ikakuwa hivyo. Na sasa ngoma ikatoka. And tunashukuru kwa watu nao walichukulia very positive vibe. Yeah, people were so positive about the song. And wao sema ni ngoma yetu na maybe zingine mingi zinakuja. Okay. So how do you feel as a brother to Thuita? Ukiwa na Youngblood juu nyindo wakubwa. Ati sasa mnajua Thuita angekuwa pamoja na nyinyi. I mean, mkitunga wimbo na hata ukiisha kutoa video, umeona hiyo video, unajua uko serious wakati umeiachilia kwa YouTube. Wakati umeona comments watu wanalia, how did you feel? It was emotional. And you know what, that time after kutoa ngoma unajua unaifeel, lazima ufeel kwanza. And the song Kenya tulikuwa tunaangalia main, lazima hii ngoma ikuwe emotional because we are talking about someone we love so much, is our blood. So then ukienda pale kwa comments, ile impact yenye ilikuja nayo tukiitoa na venye sasa tena venye watu walirudi wakaichukulia, mtu yote anajua hii story ilimtouch sana. Si tu kudhani ati itakuwa hivyo, watu wataifeel hivyo. In fact mimi sikuwa na expect. Ngoma ikitoka mimi nilikuwa naambiwa kuna ngoma yako imetoka, mimi sikuwa najua hata ishatoka. And ndio nikaingia pale kwa comments nikasikia vile watu wanasema and all that. And nikasema ilikuwa nilipenda na nili appreciate sana juu watu walichukulia very positive na iliwafurahisha. Yeah, so mimi nashukuru na mabarikiwe. So what do you expect Thuita akisikia wimbo? We hope that itamtouch. Na unajua unaambiangu muziki hakuna kitu inakoga poa kama muziki inafanyaga inaitwa it soothes, inasoothe roho yako. And ngoma ndio naambiangu inatulizaga hadi mapepo. Ara ukiwa na stress hizi, ara ukitaka kukumbuka mtu, kama kuna mtu anai kuimbia na ile ngoma uisikie mahali pengine, then utamkumbuka. So tunajua ile wimbo lazima itamfikia. Na hakuna kitu inakuanga strong kama wimbo. Wimbo inakuanga inakonga so much, especially when you sing for someone ambaye unapenda, then ataifeel. Na the moment I feel, then ile message ulikuwa nataka imfikie, itamfikia kuliko venye ungeenda umapproach na umwambie. Yeah. Mlikuwa mnaishi aje na Thuita kitambo kabla mtoke? One thing Thuita aje nikwambia, Thuita alikuwa brown guy. A very brown guy. Very emotional guy. Jamaa alikuwa yani, Thuita alikuwa wale watoto emotional sana. Tungekuwa tumekaa hivyo tunawatch zile soaps. Walikuwa wanapenda sana kuwatch soaps na kina Moyo. Na Thuita akiona mtu akilia, ulikuwa unampata pia analia. Angesikiza story yako tu hivi kidogo hivi, asikie umeumia, alikuwa anaanza kulia.
So Thuita ni chali alikuwa mtu, yani ule mtu unasikianga kila saa tu yako emotional. Unaona vile kama Agustin nani ya Jimmy venye yuko alikuwa sasa hiyo type. Sasa yeye alikuwa worse than hivyo. Juu Jimmy unaweza mwambia kitu, unaweza imfanya kuwa emotional. Yeye pia Thuita na yeye alikuwa ule sasa emotional kabisa. Yeah, so ni jamaa alikuwa mpoa sana. Na bado ni mpoa hadi wa leo. Hiyo ni kitu moja naamini. And that's why tunamwambia kwa sababu tunampenda na tunajua venye anafanya si vile yuko. Yeah, si vile yuko. Ungetaka kumwambilia nini ndio akuja in terms of maisha? Kuna nini nyinyi mmebenefit kutoka mtoke huko? I mean those things that should make him feel I'm losing. Wacha nimwambie maisha yenye anaishi na yenye maisha yenye watu wanaishi ni maisha tofauti sana. Because we know tuna understand ame lose a lot. Na asikae siku moja akafikiria tutumai mchukia ama tutai mchukia. Yeye ajue tunampenda. Hapa nje kuna vitu mingi sana. Kuna watu wengi sana wenye wanaweza taka kumsaidia. Sisi pia tuko hapa kumshika mkono. Bado yeye usoma? Na tuna asomi. Na kama atataka kuendelea kusoma, right now amekuwa mtu mkubwa. So angetaka kusoma saizi yako class 8. Alifika class 8. Kimiaka amepitisha miaka ya ile kuitwa underage. Lakini there is more to learn hapa nje. Yenye akiwa pale amefungiwa hajui. Na inaweza kuwa very too late akitoka then I realize vitu zenye ame lose. Then ole wake cause ataifeel. Labda pia yeye ni muimbaji na hatujui. Thuita nilikuwa na in fact Thuita alikuwa break dancer. Unaona zile ati venye wakina Michael Jackson alikuwa anapenda sana Michael Jackson juu ya hizo dance zake. So Thuita kudance kwa poa. So wacha niseme ni shetani tu juu hiyo ni kishetani. Huwezi sema ni kimungu venye tunasemanga. So Thuita wacha niseme kama tu angekubali hivi tu wakubali tu atoke tu hone life yenye iko aone vitu zenye tumefanya aone lifestyle yenye iko huku nje aone vile watu hukula aone vile watu hukaanishana na watu then atarealize ana lose a lot. So mimi Kenya naweza mwambia na muombeanga Mungu siku moja mamake anampenda sana brother zake wanachinanga wakimwongelea marafiki zake wanaishi kumwambia utoke. But tunajua wakati wa Mungu utafika siku moja. Na tunajua atatoka. Na ukitoka wacha nimwambie asiwe feel ati ndugu zake watasema nini. Ati mama yake atasema nini. Ati watu watasema nini. Hata wengine walikuwa huko. And the same way walitoka na kukubalika hata na watu na Mungu. The same way pia. Sasa hizi wako sponsored na wanasoma. Watu wamesponsiwa mimi sikusoma international. Sasa hivi hao wenye walikuwa huko ndio wanasoma. Unaona ni baraka. So mimi naweza sema ni baraka ndio amefungiwa. Ni ile unasikiaga baraka imefungwa hivyo. Lakini ile siku yenye atatoka realize kumbe ndio life. I'm sure hata angalia nyuma tena. Hawa kama wangepata maisha yenye saizi wanaishi na ile lifestyle yenye walipata Mungu amewekea. Then wange prefer kurudi kule. Lakini hakuna mwenye anaikubali. In fact sometimes naangalianga na pima wadogo nauliza ama nikurudisha kwa baba yako. Tuende kotini tumrudi. Wapi? Yaani unaona hiyo kitu inamuaffect. So Thuita anaweza dhani pale penye yuko ama Kenya nadhani babake amemwambilia ati ata benefit. Sisi hatutaki. We are not after ati Kenya my dad alitengeneza. Asijidanganye na kudanganywa na mtu. Mtu anamrudisha maisha yake nyuma akafika stadi akakosa kumuonesha. Unajua kuna mahali pia na kuna kazi itampita. Kazi yenye ilihitaji masomo ya high school na hata labda college ama course. So ni vizuri mahali alipo, maana najua anatuona. Si ati hana simu. Labda anatuona na anasikia tukiongea. Atakuja taomba tu. Niliambia maombi is the first priority. From now ni kuomba, kufunga na najua Thuita siku moja anakuja kujitoa. Atarudi. Wow, okay. By the way, wewe ulikuwa mtu wa kwanza kutoka kwa hiyo nyumba? Exactly. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza.
Wacha sema mimi ndio niliwafungulia mlango. Kama si Mungu kunifungua macho nitoke, sijui kama si wote tungemwago hivyo nje, sijui tungeenda wapi. Ulifunguka macho aje? Wacha niseme juu mimi nilifukuzwa na my dad. Na kama si vile Mungu alifanya, juu kila kitu tunaambiwa everything that happens in life ina happening with purpose. If si hivyo venye niliambiwa, nilifukuzwa nikatoka, nikakuja kusurvive huku nje. Sasa ulifukuzwa ukaenda wapi? Kwa nilifukuzwa nikakuja hapa Nairobi. And after kufukuzwa hapa kuja hapa Nairobi, life haikuwa simple. Nililala nje. Nililala kwa vibanda. Nilisurvive ile unasikia yani uko almost kuwa street boy. But I thank God cause naye Mungu alalangi. So wacha niseme juu zile shida zenye nilipitia na zile struggle zenye hata wakina madhe zingine hawako ijua zenye nilikuwa napitia wao wakiwa kule. Kama si vile nilitoka hivyo. Then after my mom kufukuzwa, ama tuseme tufukuzwe pamoja naye, kama singetoka tungekuwa na yeye. Arushwe nje. Pia mimi najua ningekuwa pale. Na madhe najua angeteseka sana. Kwa sasa hangekuwa na mtu anamguide anamwambia life iko hivi. Tunaweza fanya hivi. Usijali. Unajua ile unampea ile courage ya kumwambia vitu zio happen. Hangekuwa na mtu kama huyo. Na life yake ingekuwa miserable. Labda hata madhe angekufa ni depression. Juu una imagine umeishi na mtu hiyo miaka yote, then umerushwa nje, watoto wako wameachwa kule. Hauna hujui utaenda wapi. Ulikuwa umeishi kuzoea kukaa kwa nyumba. Sasa umeambiwa toka enda. Na kwanza sasa karibu kwanza madhe. Unajua madhe ni ule kutoka shule kudandiwa. Sasa unaona, sasa uniambie huyo mtu ana exposure ya life. So mimi naambianga Mungu ni asanti. Jua kama nilieko nje nikatoka, ilisaidia mahali. Sasa uli survive aje? I mean, ujui mtu huko nje, ujui mahali unaweza ishi. Ulienda wapi? Wacha niwaambie watu wangu, mwanaume ndio unasikianga mwanaume anapitiaga kwingi. Na ili ukue mwanaume, then you have to go through a lot. Mimi unajua the moment nimerushwa hivyo nje, niliingia gari za Nairobi. Nilikuwa naishi kuwaambia. Mimi siku moja nitaenda. Juu nilikuwa naona sasa zile issues zilikuwa home, yani dad mwenye alikuwa na to treat. Na kwanza mimi hakuwa ananipenda hata. Hiyo naye hata madhe alikuwa naambia madhe, uko sure huyu mtu ni my dad? Mbona anatutreating hivi? Mbona aniongeleshanga hivi? Juu mimi hata hug ya mzae sikuwa ipatanga. Hug ya kwanza nilipatanga ni after kukua mtu mzima. Unaona ile tunaendanga ile unakuwa mwanaume. That was the first time nilihagi wangu na mzae. Na akanivalisha ile taji ile unakuwa mwanaume. That was the first time. Na the reason alinihug ni kwa sababu pia wazazi wengine walikuwa na hug watoto wao. That was the reason alinihug. Ili wale wengine waone hata mimi niko na kijana wangu. So mimi kutoka pale nje, nimetoka nje pale. Life ilikuwa ni ngumu pia juu uzuri Kenya ilikuwa inanisaidia mimi, nimeshikua mtu social na watu. Nimeshikua social, so kaanishana na watu haikuwa struggle. So nilikuwa nimejisavia pesa kidogo. By that time nilikuwa after kutoka kwa mzee nilikuwa nafanya kazi kwa mjengo. So I had 5k. Fine, akamulika mwizi na kakumbuka. Kalikuwa kanokia nimekafunga hivyo, so blada. Nimekafunga. Na nakumbuka hapo nikashindwa sasa, hakuna mtu anajua Nairobi. My aunt nilikuwa najaribu kumtafuta simpati. So nikashindwa juu my aunt alikuwa anaishi Nairobi. So the first nights zilikuwa stress sana, cause kwenye unalala nilibidi kuuliza security guy, naweza lala wapi huku? And that's why akaniambia sasa kule kwenye unaenda kulala hapa unalala kwa lodging. Unajua ni zile lodging za 200. Sasa unajua hizo lodging zinakuanga. So life ilianzia hapo na nikakuwa sasa unajua hujui kitu yote. Wewe umetoka shule, umeingia mjengo, hauna idea ya hustle. So ni ile pesa kidogo uko nayo unakula tu hiyo, ukifikiria ni aje wapi utaenda. And hapo ndio nikakuwa life ikakuwa ni tricky, but I thank God because my aunt turudi tukamit. Sikuwa na hustle, wacha nikwambie. Sikuwa na hustle. Mimi nilikuwa nategemea best yangu alikuwa anafanya isli matatu.
Alikuwa ampeanga chwani 50 bob. Tulipatana mtaani nikamwambia hey bro nilikuja. Lakini mwambie shida zake niko nazo. Alikuwa tukipatana na dandia matri yake. Mimi nikidandia mimi ndio naingiza watu yeye anapatia 50. So nilikuwa na survive hivyo. Mimi tukiachana kwa kibandaski. Yaani anajirusha pale na relax. Hadi sasa vile tulirudi tukapatana na my aunt na akanichukua akaniweka kwake. But then hawezi ishi kwa mtu forever. Kweli. Na kuna mahitaji zako ulikuwa unahitaji. So pale nikiwa pale nikabahatika nikapata kazi ya kuwa kama waiter. So nikakuwa waiter pale. Nika hustle. Alafu unajua umetoka shule so starehe ni mingi Nairobi. So pesa hata hakuna kitu na save. Ni unapata hii kipatikana ni tip. Unaimwaga pande nyingine. Kata maji. Life ikakuwa hivyo sasa nikashindwa hii ni life gani. And maisha ikakuwa hivyo but hadi sasa nikaanza sasa kufanya kazi ya wash. Ile yenye watu wanashinda akiuliza wash. Nikafanya wash. Wash ni ile unaosha pesa. Nilikuwa nafanya kuosha pesa. But sasa mimi wenye walikuwa wanaosha pesa wananipatia inakuwa ikiwa fake. So mimi nitajifanya either sometimes nakuja kama conductor. Other times ninaenda kwa kiosk. Naenda naingiza box watu. Naambia ndio nienda namwambia nataka credit ya 50. And then before nitoke hapo unajua conman anaongeanga sana. Ninaingiza box na kwambia kia Mungu mrembo. Mbona unakaa mrembo sana? Acha nipatie tip ya 50 bob kwa hiyo pesa ndio ananirudishia change. So nimemwachia fake najua atafurahia juu nimempatia hiyo 50 bob ya juu na nimemwambia nataka credit ya so mimi nimepatia pesa original change. So si ni original mimi nimemwachia fake. So life ikakuwa hivyo. But ikienda hivyo nikaona risk sana. Hii nitaumia. Life ikakuwa hivyo. Mimi nilisikia wash juzi sikujua nini hiyo. Wash. Imekuwa ikitrend wash. Sasa hizi hata ndio nashangaa sasa ina trend. Sasa hiyo time by then ilikuwa ina trend sana pango. So ikakuwa hivyo. But nashukuru Mungu kwa Mungu alirudi akatuokoa kutoka huko kote. So ulikuja kuoa ukiwa huko ma? Hapana. Sasa after that was huko 2013. 2014. Hadi ile time sasa 2015 ndio nirudi kumsikia. Narudi kumsikia. Ulikuwa ushasahau story ya Madhi na nini? Mimi Madhi hata najua. Juu niliwahi enda mara kadhaa huko. Unaona ile unasemaga siku fulani nilienda kuangalia. Madhi kuniona hivi anaanza kulia. Akiniambia nirudi. Nikamwambia narudi aje na nikirudi mzae ataniua. Anitaki na alinifukuza. Ambia hapana kwanza nakumkanga hiyo siku nilikujanga na gari. Nilikuja na gari for the first time. Kalikuwa kaduet. Alikuwa nimeomba birthday. Madhi hata badala afurahie ati uko na gari anaanza kuzungumza mtu happy. Juu kama ulishaenda ukaharibika. And then aniangalia vile nimevaa venye nakaa. So that was the only time nilienda nikaona my mom. So for the next hizo like wacha sema hiyo siku moja wewe sema ni ati kama mara ulikuwa unamuona. So ilienda for like from 2013 14 15 for 3 years hiyo tupaipatana. Tulikuja kuongeleshana yasa hiyo after 3 years. Ndio tulipatana hivyo tukaongea na kuongea kwetu tulikuwa tunaongea juu alikuwa shafukuzwa shatolewa kwa nyumba. So that was the time nilipata time ya kuongea na nimuulize how my brothers wameishi kuwa. Juu hata sikuwa na idea mabro wangu wameishi aje, namuuliza nani alifika class ngapi. Nani alikuwa anaitwa aje, juu hata nilikuwa nimesahau majina zake na Peterson wote nilikuwa for 3 years nakwambia unaona 3 years 3 years can make a very big difference because how unafika mahali unaanza kusahau juu kwanza sisi tuko wengi. Kwa hivyo hata kufuatilanisha hadi wa leo kufuatilanisha hivyo nimeanza kuikumbuka saa hizi. Singeweza kuhesabia kutoka mimi Lucy lazima nikuwe na hiyo hiccup ya kufikiria nani anafaa kuwe au watoto wengine. Sasa hata siku hadi majina hadi saa hizi nikiwaita na confusing sana Gladys na Grace. Unaona Kani na Bosia I confuse them hadi wa leo. Lazima kwanza ni confirm kama ni yeye nimemuita Gladys. Nione kama ata respond so au siku anawajua au juu Gladys ni niliachanga so akina Bosia kurudi hivyo akina Angel Maria au sikuacha. So my mom tulikuja kupatana after hiyo 2015
and so hiyo mimi sasa na mimi sasa hizo hata sina hustle. Na ndio amefukuzwa. Nilikuwa nafanya mahali kwa hoteli. Na sasa job ndio hiyo ikakuwa nilishaiacha. Kwa hivyo nikaanza sasa kukaa kwa my relative. So na yeye madhe amekuja. My relative ameenda majuu. Si tumeachwa. Tena kwenye tunaishi tukafukuzwa. So hapo ndo tulianza kukua na idea. Madhe kaniambia tunaweza anza kuuza uji. Haya, mlianza kuhustle na madhe 2015. Yeah, that was 2015. 2015 ndio my mom alifukuzwa. Si ndio ilikuwa 2015? Early 2016. Yeah, 2016. So from 2016 tukauza uji zima. Lakini ulikuwa hustle sasa peke yako. Sasa hiyo period yote mimi nikuanga mtu wa kuhustle hapa pale. Nilikuwa nishajifunza ku drive. So nilikuwa natafuta job za mataxi. Unaona? But still mtu unaonekana uko mdogo. Na unaenda kuomba mtu gari. So ilikuwa ni stress. Juu nakwambia umeendesha miaka ngapi? Umeenda hadi wapi? Unaona? Unamwambia hapana najua ku drive. Na by the way acha niwaambie watu wangu, never judge someone juu ya kumuona venye anakaa. You know right now kuna my friend mdogo sana anaendanga na tata. Hii tipa. Hilo tipa. Na ungemwangalia ungemdharau. So challenge ilikuwa ni hiyo. But I thank God cause after unajua the moment umejulikana sana mahali na wamekuzoea watakujaribu. So hivyo ndo nilibahatika. Juu nimekwambia one thing, mimi nilikuwa mjua kuongea na watu. So ningepatiwa tu squad tu job hivyo mataxi. Natokea hivyo, lakini unaona si job ya kila siku. Ni kubahatisha. Na unasikia Thuita kule sasa after hiyo ni job nirudi nikaiacha. So nimerudi hapa niko na madhe na sina hustle. So madhe aliachiliwa peke yake kwanza. Madhe aliachiliwa kwa peke yake. So na si kuachiliwa ni kumtoa. Unamtoa hivyo kama unamtoa kwa venye mnatumango na mission. Unaenda kutoa watu wakiwa wamefungiwa kwa ili kama Portuguese unafungiwa baada. So tulienda tukamtoa pale. Na hata alikuwa amechanganikiwa hata yeye kuwa anatujua. Lakini alikuwa ananijua na sauti. Then nilimuita akanijua. Jora mimi pia nilikuwa naangalia madhe hivi venye amekonda venye anakaa, amezeeka. Hai nashindwa kwani life ilienda ikakuwa aje? Yaani ilifika hadi hapa. Yaani wewe ni kwenda ulikuwa unaenda juu madhe venye alikuwa anakaa ni yule yani unasemanga ni Mungu tu alimshika. Otherwise kama hakuwa na maombi yake yenye anaombanga. Ngoja nikumbuke kaswata fulani. Niliona kwa sasa na unajua hizo sote wa mama wote ni kama walikuwa lazima ujao. Hali inakaa tu shida. Hiyo sote inakaa shida. Baada kuna nguo unaweza vaa ikae shida. Leo sasa ikakuwa hivyo. Na finally tukakuwa na mama. Na life pay ikatugonga juu unaona si wote bado ni kama bado tunajifunza kuishi. Tulikuwa tumezoeanga mahali tunapeangwa. Na sasa unajua the moment madhe amerudi amenirudisha ile maisha yetu ya kitambo. So pia kidogo unalegea unataka wewe unaona ni kama yenyewe maisha yenyewe. Yaani madhe amenifuata hapa ni kunoma. Sasa life itaanza. Ndio sasa madhe anafikiria ndio hopes. Na wewe ushagongo na maisha na miaka bado inasonga. Na mimi ndio nilikuwa namvukisha barabara. Madhe hangevuka. Unaona hata kutoka kwa gate hii aruke kwa ile nyingine. Miguu ilikuwa tatemekaga hivyo. Kama kuna zebra. Haina kama huruma. Naambia madhe relax. Alikuwa anaona gari huko ananiuliza tutaweza kuvuka? Naambia madhe. Kwani hakuwa ameona gari ama hakuwa unasikia huyu mtu alikuwa ameishi kufungiwa nyumba. Na madhe hata tukiishi na yeye alikuwa ni kutoka kwa nyumba tukao tolewa na gari ya mzai. Kwa hivyo tukienda church, madhe kwa tolewa church kwa nyumba. Church kwa nyumba. Mahali mbali tungeenda Nyeri. Kwa sasa shosho. Tunaenda. Tunarudi. Ama hiyo siku mzai akuwe na roho safi, amwambie tuende kwa family friend. Ambebe. So madhe hakuwa anajua story ya kutembea. Yeye aliishi kujua maisha ni gari, rudi home, unaona? So mambo ya kutembea haiko in short haiko mtu kutembeaga.
hakuwa mtu wa kutembea. So life amekuja hapa, ndio hiyo life imekuwa hivyo. Ametoka, ndio hiyo mimi ndio kumshika kila mahali. Tadhi hadi mnyitete moko nilikuwa naenda nikimshika mkono kila mahali. Na hapo ndio sasa watu jina ilitoka mother and son. Because mother sasa watu wako wanaelewa huyu mtu siwezi mwachilia. Juu ametoka kumahali yako, amezoea kupatana na watu wengi. Sasa anakuja hadi Nairobi town. Tadhi hadi mnyitete moko twende. Anaambia watu ni wengi. Magari ni mingi. Adiwazi ni wengi. Kuna watu wengi. Sasa tuko pale OTC. Anashiku kuna watu wengi hivyo. Sasa maadhi unajua anakuanga mreal. Alikuwa anaenda. Unasikiaga mtu ametoka Ocha anaenda kijiangalilia hivyo. Anaangalia watu wanasema watu wanakaa. Wow. Maadhi alikuwa hivyo. Yani tunaenda kama ni kwa hizo maofisi kwa tunaenda hata FIDA. Yeye before tufike huko, yani ma-adventures zenye atakuwa amekuambia ati venye aliona venye ona mtu. Yani kwake ni kama ameenda kwa ni kama tour. Exactly. Yani kwake ni tour. Exactly. So ilikuwa hivyo. So madhe life yenye aliishi ilikuwa ni hiyo. Sasa watu walikuwa wanaelewa hivyo. But we thank God because finally na maombi yenye tuliomba ara tukilala kwa floor. Nilikuwa naambia wewe wacha tuombe. Madhe analala kwa floor, uko kwa floor pia. Na yuko na ball. What? Kazi ilikuwa ni jioni kumkalisha chini. Najua sababu ball hiyo imekuwa kubwa. Na mko tu nyi wawili. Watu huko nje wanatuonanga tu tukicheka. Lakini wajui struggle zilikuwa napitianga. Jioni sisi tumetoka huko hustle zetu na uji. Na mavibuyu zetu na vikombe zingine zimejaa maji. Hata na pesa inaweza nunua hata kitanda. Do you know, imagine wacha nikwambie life. Wacha hata kitanda, mattress. Wacha hata sasa mattress. Viatu ilikuwa ni straight. Mimi nitembea na slippers. Slippers ikaisha. Watu walikuwa wanaonanga juu uzuri, mimi nilikuwa najua hata kama nguo sikuwa na mingi. Kiatu iliishanga ikaisha, watu wanadhani ni swag. Nikienda pale TRM, naenda pale nimevaa slippers, so unadhani ni swag. Unaona ile swag unatoka na viatu tu umetoka niko home, niko mtaani. Ndio nilikuwa naenda na slippers hadi tao. Jo una viatu. Viatu zenye ulikuwa nazo zote zimeisha. Yaani nilikuwa navaa viatu sasa inafunguka hivyo. Unaona basi hii ndio life sasa. Na sasa ikafika mahali unajikubali. Madhe na yeye kuna kakiatu alikuwa anaishingi nako, yani hata afadhali tungekayaka kakuange memory. Sijui kaliendanga wapi. Iliisha ilikuwa inaendanga ikiwa imefunguka hivyo. Madhe alikuwa wale kama ni uji anauza. Akiimagine ati hiyo uji ananywa. Afadhali azungije hiyo mbao angekunywa. Sasa nilikuwa nampata kwa barabara, mimi nikiwa na kibuyu yangu, yeye amekalishwa chini, akikunyishwa uji. Na nani? Sina kwa customer. Customer anahurumia. Madhe kuja, kaa hapa. Unakunyonga uji? Ni abu weka kwanza uji. Na uji ni ngapi? Mbao. Weka. Madhe anakalishwa hapo. Anaambia kunywa. So one thing madhe ni mtu alikuwa hard working. Watu walikuwa wajua ni madhe ni hard working. But Kenya hako naelewa tulikuwa tunangangana hivyo. Juu tulikuwa najua hakuna mtu mwingine anaweza tusaidia. Watu wetu si ati kuna mtu amesema naweza simama na nyinyi niwasaidie. By then life ilikuwa ile unasikia hauna mtu yote anakukumbuka wa nyumbani. So na watu wenye unaenda kuomba wanakwambia ni kubaya. Utafanya nini? So ni ile kauji ketu tutengeneze pesa, tukipata 400 tunajua hata nyumba, pesa ya nyumba mimi nilikuwa naishi kubembeleza landlord. Maana unajua yeye hajui story ya nyumba. So mimi tuelewe hata story ya landlord. Yeye hajui story ya nyumba venye nilipangwa. Sasa mimi ndio nilikuwa kazi ni kushinda nikibembeleza mtu wa nyumba. Umechelewa sasa ni miezi 3 umegonga. Karibu waambie landlord kama sina hata mattress. Sasa utayata aone ndani. Juu the moment ataona ndani atajua yenyewe watu hata ilipa kicho. Sasa life ilikuwa hivyo. Yani life ilikuwa ni noma. But nashukuru Mungu because finally saizi ni testimony kwa wengi. Hadi mtu yote ananijua pale nyuma nikiuza mahindi, nikiuza maembe, nikiuza perfume mtaani huko. Yani wewe umekula maisha yani. Mimi perfume kwanza acha nikwambie kama ningekupata by 10 nakwambia ungenunua Joven kwa na kuingiza box. Na sio unajua ni perfume gani? Ile ya fresh na ya choo.
nakwambia hii ukipiga kwa hii gari yako, unajua harufu ya choo itokangi na inakaa sana. Man, ningekuchocha. But nakwambia sitaisahau bado nikiwa kwa zile haso zangu, nilienda kuuzia mtu jamaa fulani tu, nikampata akiwa wanakula mguka. Nikamwambia bro, niko na perfume naweza kuuzia. Nikiwa na best yangu, huyu jamaa unajua alichukua hiyo perfume, alikuwa kwa gari yake. Ananiambia chukua hii pesa na kununulia kwa sababu we ni maskini. Na uchukue, nikawa muuzie 200, anipatia 150. Naambia chukua hii, nimenunua kwa sababu wewe ni maskini. Ungefanya kama ungeambia hivyo? Unachukua tu juu sasa. Exactly. Ukikumbuka maadhe pale, unakumbuka maadhe pale venye wanakula shida. Utadu. Maadhe kuna ball jioni anagoja umpelekee nini? Pelekee matumbo. Kwa hivyo ilifika mahali yeye haezi enda kazi. Sasa kama mahali sasa yeye akaketi. Sasa yeye amelala chini. Kwa yeye amechukua naweka makaton. Tunatandika carton. Nguo zenye tunavaa ndio tulikuwa tunaweka chini. Tulikuwa tunatandika chini. Unajua sasa tujuani na watu. Na ujui nani utaenda waambia atakubeba aje. So unashindwa. Wacha tu tungangane. Kwa hivyo kuoga haikuwa priority sana. Kuoga haikuwa ni priority. Sasa unaoga na unalala kwa floor. Unajua nilikuwa nasema aje, si hata samaki inashinda kwa maji na inanukanga. Wacha maisha itukoge sasa. Unajikubali tu. But I thank God. Because life ilienda hivyo. So ukikumbuka ile hiyo maisha na saa hizi, how do you tell God? Unamshukuru tu. Hakuna kitu kingine unaweza mwambia. Mwambia Mungu uzidi na usiwahi nirudisha kwa hiyo maisha tena. Wacha nikwambia kama unaipitia shida. Otoa mimi Mungu akinisaidie. Yaani hata ukikosa pesa sometimes unaanza kupigwa na stress. Haya, ama nianze kujipata nikirudi pale. Unajua mimi sijui kama ni mimi huona hii familia ya Virginia. Kila mtu na haso yake. Yaani kila mtu ujikubali na anajua ile haso amepitia. So Youngblood ndio huyo na YouTube yake na anaimba na anafanya nini? David siwezi mpata. Mara niko Meru, mara niko wapi Kericho, niko wapi? Haso tu. Mam ndio huyo sasa ni nywele, mara duvet, mara nini? Lucy sasa hii ametoka live nimeona akipika chapo anatafuta tu do. Wacheni niwaambie watu wangu. Sisi ukiona tukikangana hivyo. Ni juu sisi ni penye tunajua tumetoka. Na hamtaki kula shida tena. Na mimi sitaki kula shida. Mimi naogopanga shida. Mimi naonanga shida hivi na. Yaani nyumba yenu ni ya mahustlers. Sisi na mimi hakuna na sisi hata nikiweza toka hapa hakuna kazi siwezi fanya. Mimi hakuna kazi siwezi fanya. Kwa hivyo saa hii ungepata link ya kwenda majuu kama Qatar ama wapi ungeenda? Mimi hustle. Lakini mimi sijui mbona napenda huku juu ningekuwa nimeenda kitambo. Napenda sana kwa lakini najuanga siku moja. Siku ya masiku. Unajua siku hazifananangi. Siku moja ya masiku najua nitaenda majuu. Mahali natamaningi niende ni Australia. Niliishi nikiwa shule niliishi kusema nataka kwenda Australia. By then siku natamani kwenda majuu. But then alafu unaanza kujua na watu wa majuu unaona venye watu wameomoka. Unaanza kupigia unasema wenyewe live. Unaweza taka pia mimi nikienda ni hata kama unasemanga ni ngumu aje. Shukuru Mungu huko. Juu hapa Kenya si eti maisha ni rahisi. Niliambia mtu rafiki yangu mwingine labda huenda ana watch, nikamwambia huku alikuwa ananiambia huko wanakomboa dereva. Nikamwambia huku ukikomboa dereva sasa si unakuwa broke kabisa. Sasa utamkomboa kupeleka wapi? Dereva. Na unamlipa pesa ngapi? Kama house girl tunalipa 6k 7k. Imagine. So anyway, I wish kuna mtu aliniambia I wish akuwe mahali kama US hata akose kulala. Mimi na kwa sababu akuwe na pesa juu Kenya saa hizi. Kwanza COVID imefanya vitu ziharibika kabisa. Ndio nakwambia kitambo ungeniambia mastori ya majuu nilikuwa nashangaa foreign. Naenda kufanya nini? Bado mtu anakuambia huko majuu unasikia ni kazi hadi unapatiwa hadi discount. Before hata uingie kazi. Unabembelezewa kazi. Acha hata hivyo siku nao tunaongea na wao wanafanya kazi 3. Sikia. Na the more unafanya kazi mingi the more unaanza. Yaani hapo utachoka proper. Wengine wapumzikangi ukiwa off ni hasara. Imagine. Ulipwi. Yaani kazi kule ni kama ni kama kuokota. So kazi zipo ile nurse. Kwanza mtu amefanya nursing. Alafu aende huko though lazima atarudi class pia afunzwe na nini system ya huko. Kazi mingi kama US ni nurse. Hizo ndio ziko mengi huko. But kuna do lakini pia na wewe kuchoka. Utachoka obvious definitely. Unajua pia ukikubali kufanya kazi lazima uchoke. Hakuna kazi rahisi.
So ukijiona leo unaona yenyewe Mungu, hata nikikosa mengi naweza sema nikikumbuka kale kanyumba ka cartons natandika chini na lala nikikumbuka hiyo na penye umenifikisha naona tu Mungu. Na mimi hiyo kitu inanifurahishaga sana cause hiyo kupitia hiyo mambo yote inanipeanga courage ya encourage mtu mwingine. Hata nikiwa kwa mtaani nikiona mtu ana naambia bro usijali. Pia mimi siku moja nilikuwa hapa. Lakini kitu ya maana usiwahi kufa roho. Na ujikubali kenye unafanya. Hii hustle yako huwezi jua kesho nani anakuobservingi utatokea. But the moment umekaa tu hivyo unasema hakuna hustle, siwezi fanya kitu. Au anajua naongeleshaga sana. And ili hata afanye DJ nilimuongelesha sana nikamwambia fanya hii. Hata kama si ati maybe mahali itakusaidia. Ni vizuri kuwa na career inaweza kusaidia wale. Kuwa na channel. Hii channel siku moja itakuja kusaidia. Cause hujuangi siku moja hii. Unajua wewe tunakuelewa kwa nini hauko serious sana YouTube. Kwa sababu na wewe haso zako zina wamepata ile time sasa mitandao ndio hiyo tumeingia kwa mitandao. So wewe hata huna time ya kurekodi video juu kwa barabara. Nakwambia. But I thank God because by the time. Ni vizuri by the way wase wenye mko hapa, huyu jamaa ni driver mkali sana. Mpatie job. Labda unatoka US, unatoka Germany, unatoka Australia, unatoka Belgium, unatoka Gulf. Si umpatie job akupeleke home. So kama uko hapo unaweza mpea job, atapeana namba. At least pia mnampromote. Pia the reason as to why you penda Davis ni kwa sababu yeye ni first born, ni kwa sababu ya venye yeye ushikilia mama. Na unasikia bado hata wakati huo walikuwa wanauza uji, bado walikuwa anajua ni kama yeye mzee wa hiyo nyumba. Lazima mama akule. Ilifika wakati mama haezi enda. So Davis lazima atafute venye atafanya, hata aitwe maskini, wewe nunua tu spray, wewe leta, acha niita tu maskini. Unajua haijibaniki mahali. Haijibaniki. So utapeana namba Davis ndio watu watakupea kazi. Unajua kuna watu wengi hapo wanaweza kupea kazi wakikuja, hata kuna wenye wako kwa njia, kuna wenye wamebook hata ndege. So wanaweza kupea kazi wakifika, unampigia tu simu alafu akana kudrop kwenye unataka. Baadhi mwanzo nashukuru wenye pia wamekuwa wakinipigia simu na nimekuwa na trips kadhaa nimefanya na so si ati hawajai, watu ni wa maana sana and they take you very serious. So nashukuru pia wenye wamenitrust na wananitia kazi zao, wananiambia nataka tupeleke mahali fulani. Nyinyi wote nashukuru juu at the end of the day tunabaki tukiwa marafiki. So namba yangu ni 0710 480 413. 480 413. Bas, naka hiyo namba usave. Ukifika tu JK hata ukikaribia tu ama ukitoka na huko, mpigie tu simu, mwambie akae standby, alafu ukifika na kuchukua pale. I know one of these fine days tutaketi na wewe. Najua mimi fikiria kukuwa na taxi company. So tutakuja kukaa chini. Yaani watu wakifika tu tunatuma magari. Unajua itakuja siku. Mambo ya transport. Itakuja siku sasa ni kumanage. Sio kushinda ukizurua Meru na wapi. Unakaa chini unafanya hesabu. Because mimi ufikiria you just need to sign a contract na watu wenye wako nje. Wakifika tu wanapigia kampuni yako, wanaendewa na wako safe na wanajua wakipiga tu that company wako safe. So that's in order. Good, thank you so much Davis. Tunashukuru pia maana sisi kwa najua hiyo story. Nilikuwa natamani sana kujua venye ulitoka huko. Wow, sasa patia Youngblood tuongelesha kidogo alafu tuingia kwa mama. Youngblood. Yes sir. So tuseme na wewe unafikiria maisha unataka kwenda wapi ama unataka maisha yako ikae vipi? Because now mom atakuwa na nyumba ni sawa. Najua pia tutamuempower kazi yake ikue sawa. So kwa sababu kama kuna mtu anapenda kazi ni mom. Kama kuna mtu anapenda kazi ni mom. So tukimempower itakuwa hivyo. And she knows. So wewe na wewe sitaki utegemee mom. Nataka ujikalishe kivyako. I mean, ujitegemee kivyako kama Davis. Saa hii Davis yeye ndiye anaweza pea mom, si mama anampea pesa. Davis anapea mom. So kujitegemea. Lucy pia zile vitu wanafanya saa hizi si anakuletea hata kasukari hata ka shopping. Si unaona sasa ameanza kujitegemea. Sasa si kuna Thuita and then kuna wewe. So sasa wewe na unafikiriaje? Moyo pia nikazea hivyo. Alafu nini sasa? Moyo nikazea hivyo. Akakai ni mimi nimekuwa mkubwa yani. So what are you planning in the next maybe few years to come?
Yeah, first of all, nasema thank you so much because naingia shule courtesy of the mom mwenye alinilipia. So for 2 years nitakuwa shule. Nitakuwa nikifanya mass communication. Upande mwingine na utie bidii kama kuna career inauza ni mass. Si nilifanya mass communication in general. Exactly. Na iko na kazi mingi za kujiajiri. Hata nikiweka hii studio nilikuwa sure I'm good to go. Sio lazima niajiriwe. Sikubahatisha. So ukienda ukuwa serious na stories za camera, stories za script writing, directing, photography, editing, those are the things that zenye zitakusaidia. So make sure hizo umezifanya zikuwe serious. No? Umezielewa. So after hapo? So that's why mbona baidhi mimi nakuanga so juu sasa najua sitaenda kufanya kazi. Unaona sasa naingia shule, I'm guaranteed sizienda kukua tuseme either niende niandikwe kazi pahali. That's why niliona YouTube can pay and it does pay. Hiyo inalipa vizuri. So nikaona I can be a content creator. Nikuwe maybe nikifanya ngoma zangu na nikuwe nikiongelea more about my life kenye nipitia, about what tulikuwa tunapitia home and maybe some other contents. At least at the end of the month sitakusanga kitu ya kujibenefit because kama ni wifi tuliekewa wifi iko home. So mimi na niko na simu hapa mzuri nilibaiwa bado. So nikichukua video all I need is just to upload. So ni mimi tu niongee. So at least na ile sikia poa at least itakuwa nikirilaia mom after shule. Bedhe mimi huambia mom mimi siendi shule alafu nirudi kwako. That's good. Hiyo ndio na mambianga nikienda mienda nikiendaga. Yes mama kwa zile za mrudadhiaga haraka. Yes unajua mzazi ni mzazi. Lakini mimi namwambia unajua ushagonga 18. Kwa hivyo kuna vile tungetaka uende. Unajua sio vizuri kukaa hapo na uko na kitambulisho. And vizuri pia by the time unamaliza utakuwa 20 years, ndio? Nitakuwa 20. So 20 years nikushtue kitu moja. Mimi after kuja Nairobi, after kumaliza kole, unajua kole ni mimi nilikuja kujitafutia. Mzae na mama hako wanaelewa hizo vitu. Mimi niliwaomba fare nikakuja Nairobi. Hata siku wanajua Nairobi vizuri by the way. Nilifika Nyamakema, alafu nilikuwa nimemaster Kahawa House. Wacha sasa nikuje siku mbaya wakati wanafunzi wanarudi ni ya kwa Kirinyaga Road. My friend, ati nikajifanya nitokee hapo nione kama nitaona Kahawa House. Nisioni. Kumbe na ikawa Nyamakema hapo ndio naoneanga Kahawa House. Sasa kukosa Kahawa House my friend. Ilikuwa wakati wa simu za jamii. Naogopa kupiga juu usiku wana ndoo mingi, naona itaweza isha kama sijaelezewa na hakuna mtu anaelezea mahali. Anaweza eleza mahali niko. But nilijua nilikuwa naenda kuona deputy principal wa shule yenye nilikuwa nasomea, akanionyesha shule yenye nitasomea na nikarudi home na ile psych. Maadhi akachukua pesa ya nini? Unaona ile pesa wanaenda kwa hizo groups wanaendanga chama. Chama. So si kuna pesa inabakingi na treasurer. Akaambia treasurer fanya hivi nipatie 10k. Kabla turudi kwa hiyo nini ile ya the other month takuwa nishakutafutia. Na hakuwa anajua atatoa wapi. Hiyo 10k. Hiyo ndio niliingia nayo kole. Na so after kumaliza college later sikuwa na mahali pa kwenda, lakini singerudi ushago. Kama kuna kitu moja niliambia roho yangu sitarudi ushago. Wacha niteseke nifanye nini lakini sirudi ushago. Na hata nikiwa kole mimi nilikuwa survivor. Juu nika hostel za shule, nika pirate kule Nairobi University, nikaenda nikaambia student mmoja kwa sababu student walikuwa janja huko, wanakombolesha room moja, wanakula hizo pesa wanakaa room moja. Sasa mimi nikapoa karibu ka 2500. Huko sasa ni kutumaisha tu nikiwa kole. Nilikuwa mkonda kabisa. Uishiona picha zangu. Sasa nilikuwa nanunua kale kamkate. Unaona kamkate tule to around. Kana kuwa kadhini hivi. Kale kadogo kalikuwa ka 25 bob na kakula mara 3 kwa siku. Nachukua na nilikuwa na shiba. Kichukua tu slice 3 hivi ama 4. Na tuingine 4. Na tuingine tu jioni 4. My friend, ungeniambia sina food. So nilikuwa well equipped. Sasa after kutoka hapo nikaenda Mlango Kubwa, nikakuja Land Mawe. Hapo ndio nilinunua troli nikaenda Mwiki kuuza mayai. So nikauza mayai my friend. Sasa shida ni ati watu hawakuwa wananijua vizuri so hawakuwa wanakula. Sasa ikibaki jioni itabidi nikule sapa. Sasa utapeleka wapi? Unakula stock. Unakula stock juu sasa itaharibika. Hii siku nyingine naona sitaki kuchoma sana, acha nipike mayai 3.5. Lakini sasa unakula mpaka faida ya kesho. Niko nakula faida mpaka ya kesho kutwa. Kwa sababu kisha kula mayai kama 10 utafanya kisha kula faida ya wiki mzima.
Sasa nikatoka hapo, hata trolley yangu sijui iliendaga wapi, nikaenda Capital Center, nikauza accessories, nikatoka hapo nikaenda Githurai. Sasa Githurai ndio nilisurvive vizuri juu nilikuwa survive na coins. Umewahi fanya biashara ya coins? Yeah. My friend, unajua mimi nilikuwa nanunua paper bags kabla zimalizwe, paper bag ya yellow na ingine ya yellow. Najaza za green huko ndani, hutu twingine tudogo nazishika hivi. Githurai wananijua jamaa wa makaratasi. Hadi wa leo hajui mimi ni Farodhi. Hawajui hata nimefanya kwa redio na hawakujua. Nilikuwa shika paper bag. Nikafanya, so hakuna buchari sijui mahali iko, watu wote wenye wanauza maziwa, green gross, hata kuna wengine waliachwa na pesa yangu na mnilipe tafadhali. Kwanza yule mama wa Gumu ako pale Toezi. Uliachwa na 55 yangu wewe. Sijawahi sahau. Yule mama wa Gumu ako pale Toezi Githurai. Nilipa hiyo pesa. So nilihaso, singetaka kurudi ushago. So nikapigana na maisha, nikaweka M-Pesa. My friend, na hizo coins mimi ungekuja kwangu ulikuwa unafikiria kwani huyu jamaa coins anatoanga wapi? Nilikuwa sikia mtu akisema nani atanisaidia na coins? Mwambie niko hapa. Coins nilikuwa na mob. Jua makaratasi ni 45 bob, ingine ni 30 bob. So unapoa ma coins tupu. Nikatoka hapo nikaweka M-Pesa ya kwanza. Sasa M-Pesa bahati mzuri nikakuwa nimeajiriwa kwa media. Nikaenda Kigosho FM. Sasa hapo ndiyo shida iliingilia juu niliibua M-Pesa ya kwanza nikiwa kwa show. Sasa mfanyikazi akanipigia simu akaniambia tumeibiwa na tukafungiwa ndani. Sasa nilikuwa nimeintroduce DJ pap ndio tuanze show. Sasa wamefungiwa. Kwanza usimuulize pesa iko wapi, kwanza ujue venye watafunguliwa juu wangepigwa risasi. Anyway, that is how my life started. Lakini si kuenda ushago. So I would discourage you so much kurudi ati nyumbani, enda ukahaso kama wanaume wengine. David amesurvive na huku nje mpaka akasimama. Na hakuwa na choice. Yes, hata mimi Farodhi ni shy hustle. When nilimaliza form 4 2019, I was 16, sweet 16 years. You can imagine. Kaboika 16 years kamaliza form 4. So nakumbuka when nilirudi, sasa si niongeleshwe na Davis. Sasa nimemaliza form 4. Davis akaniambia so nataka nikwambie kitu moja. Wewe ni mdogo sana. Usianze back then rika yangu 16 years was form 2, form 1. Sasa hapo ndo form 2, form 1 hapo. Inakaa haukusoma class 3 ama 2. So akaniambia wewe tembea na wazee, wewe tembea na watu wakubwa kubwa, yaani tembea na wazee wamekushinda kimiaka, hata kama wako 19 20, tembea na hiyo rika. So si nikaambia hadi mimi hadi wa leo my friends wengi ni wa big niko na mabishi wa big kunilishinda kimiaka, maybe familia sasa ndio nimewashinda. So nakumbuka through that connection nilipata kazi PS PlayStation. Siku mama kuna place alikuwa ameandikwa kama cook, and Davis pia alikuwa na haso tu mtaani. So tulikuwa tunakaa ka 2 bedroom, tulikuwa tunalipiwa na church deliverance. So I remember when niliandika hiyo kazi, maisha ikakuwa nyororo sasa. Sababu nilikuwa nalipwa 300 per day. Breakfast nitakula na kazi ya hiyo PS. Unajua PS iko na pesa. Watu wanacheza video games. Wababa wanakuja hapo wanacheza games za 800. Wengine wanakuja hapo ati wewe utanipiga, yani FIFA tu hizo kucheza ma games. So nilikuwa nalipwa 300 350 weekend 500. And it's on a daily basis. Toa sapa nilikuwa nakulia hapo, lunch nilikuwa nakulia hapo na breakfast nilikuwa nakulia hapo. So it came a time sasa mimi nilianza kuintroduce vitu kwa nyumba ya mom sasa. Unajua Davis alikuwa anakaa kwake na wife na paps. So home tulikuwa tunakunywanga turungi na chakula ya sapa, yani ya jana. Yani amko mnakula mshibe, mnakula mbakishe. Yani unakula ubakishe za kesho. Juu kesho mama alikuwa anasema ruhusiwa no mukira. Yani mama alikuwa anatuambia kesho pia mtataka kukula. So when niliandikwa kazi, I introduced maziwa, nikawaintroducea maziwa, nikawaintroducea sukari, mkate, ile mkate kubwa na soda. Nilikuwa nawaletea soda ya, si ndio mama? Nilikuwa nawaletea soda hadi wakaidharau sasa. Wakadharau maziwa. Na sijui sasa nilikuwa naletea mama daily credit ya 20 bob. Mama alikuwa ananiambia wewe niletee 20 bob. Kuna venye yeye alikuwa anapewa ofa kubwa ya the whole day. So alikuwa guaranteed nikimletea hiyo credit usiku, aiweke asubuhi, inampeleka mpaka usiku. Kwa store bonus ya the whole day. Store bonus juu ya 30 minutes. Sasa na alikuwa guaranteed. So nilikuwa nalipo hivyo kadila. Mama alikuwa anasikia mama ananipigia na ananiambia Youngblood hakuna sabuni.
Sasa mama ananiambia leo hata usikuja na soda, kuja na sabuni. Lakini mimi nilikuwa nimejiwekeanga soda leo is a must. So nilikuwa nakuja na zote. Sikia Youngblood leo hakuna token. So nilikuwa na feel poa, at least hakuna kitu niliwahi yani ile kitu naweza sema nilijinunulianga na pesa yangu. Yani nilikuwa na cater for everything yani, but I was feeling good at least, and nilikuwa only 16 years. Wow. Yeah, so ikafika place unajua binadamu ni binadamu. So it came a time unajua hiyo 300 si pesa. Mama nalipwa end month. Unaona end month. So between these days kazi ina allowances. So lazima unapata gas inaisha, nini na nini inaisha. But I thank God hiyo 300 ilikuwa inatusaidia kusukuma juu nilifanya kwa hiyo kazi for 7 months. Na for that 7 months walikunywa soda, walikunywa maziwa, walikula mkate. Na mama alikuwa na credit. Hakuwa na reverse call. Na hakuwa anatuma please call me. Thank you Youngblood. Yeah. Sasa nafikiri pia hautaimwachilia mama. Ukikaa vizuri juu naona maisha yenu ni bright, very bright. Mahali mnaenda yani mliteseka ndio mkae vizuri. Yani lazima ungeteseka. Kwa hivyo kuna mahali lazima upitie. Kuna mahali lazima Mungu akupitishie. Na ukitoka hapo, sasa furahia. Wow, patia mama na yeye sasa pia amenyamaza sana. Leo sasa leo haikuwa siku yako. Leo niliambiwa sio siku yangu, nikaambiwa leo ni vijana. Na mimi nikafurahia sababu hata mambo mingi sana nimesikia, pengine mengine sikusikia. Nimesikia. Nimesikia leo. Kwa hivyo ndio ninyamaza ndio niweze kusikia. Yes. So how do you feel ukisikia watoto wako wanatoa hizo testimonies? I mean, kama mama, especially kama Davis ako kwa nyumba bwana. Unajua anajaribu kukafigure out ututu nyumba to Nairobi. Unajua sisi tumewailala tukiwa 4 chini na hizo mattress. Na saa shida ilikuwa hivi, nikienda home yani sikuwa nasikia kwenda home kwa sababu akipika lazima nikuwe hapa juu tumetoa hizo pesa tumegawana. Kwa sababu sasa ile ilikuwa stove tumetoa sisi 4 pesa. Mattress tumenunua tukiwa 4. Kwa hivyo uwezi leta rafiki umpikie. Unampikia pesa unless utulipe sasa. In fact nimekumbuka nikiwa na university kuna jamaa alileta msichana kwa nyumba. Sasa shida hata haikuwa kumleta, ni ilala by the way kwa stairs. Lakini sasa shida hata haikuwa hiyo. Shida ni hii. Aliingia kwa kabagi kangu akatoa zesta. Yaani hiyo kitu mpaka wa leo sijawahi sahau. Muda juu kwa student unakagawa hivi. Yeye alipaka akapakia mrembo. Ni kama ni yake. Au jamaa alimanga mpaka leo jamaa pia kuna shida. So how do you feel ukikumbuka hiyo life mlikuwa mnaishi na Davis? Hakuna hopes. Hiyo ndio ilikuwa maisha yenu. Hiyo maisha Davis akipeana. Toa kama mask. Okay. Davis akipeana nilikuwa ananikumbusha na iona tu vile tu ilikuwa. Nakumbuka hivyo tukisema kulala chini tulikuwa tuneka. Unajua Davis tuliana yeye kama ni Joy. Sababu hata kama tunalala chini hatuna vitu za kujifunika. Tunajifunika na nguo until tukapata hiyo 150 tukaona leo lazima tufuge mambo yote tununue shuka ya 150. Kwa hivyo tulikuwa tunajifunika na yeye tukiwa wawili. Kwa hivyo wakati nasikia Davis akiongea hayo mambo na kijua vile amenishikilia kwa town, kunishika mkono, kunionyesha mambo mingi. Naona tu Mungu, niseme naona Mungu. Sababu huyu ni kijana mwenye sijui tuseme namna gani, sababu nakumbuka wakati mimba imekuwa kubwa. Sasa yeye ndiye alikuwa ananiosha miguu, ilifika mahali singeinama. Then miguu yangu ikafura. Sababu niko na uzito. Joy alikuwa wa 4 kg nikimzaa. Sasa kalikuwa na uzito, miguu ikafura, miguu ikakatika na viatu zimeraruka. Sasa ninaenda nikionekana hizo makatikati ya toka. Okay, mambo na hizi Davis alijaribu kuziosha sababu alikuwa anaziona ikakataa. Na baadhi ni kama mama wa kitambo walikuwa sababu tulikuwa tunaishi kumuosha na haziishi amekatika huku. Zilikuwa zimekatika sana. Kwa hivyo nikikumbuka
mambo mingi sana. Sasa Davis, yeye ndio tulikuwa tuna share na wewe nyeye about the baby. Kwa hivyo alijua mambo mingi sana ya mtoto before azaliwe, sababu kama nasikia kitu namuelezea, na mara mingi sana kama nimelala singeweza kusimama. Kwa hivyo hata kama usiku amelala, lazima ningemwamsha ndio aniamshe ndio niweze kutoka chini niende kwa toilet. Kwa hivyo ni mambo mingi sana naweza kumbuka yenye Davis alinisaidia, but I thank God alitokea mbele. Kwa hivyo alikuja akanitengenezea at least hivyo unasikia akisema. Sijui kama tungekuja na yeye tungefanya namna gani, sababu life ilikuwa dim. Mngekuwa wote wa shamba. Tulikuwa wote wa shamba. Lakini we thank God alitusaidia. Ndio kijana at least akakuwa mbele, ndio akaweza kunionyesha mambo mingi sana. Kwa hivyo wakati nasikia akisema na nikikumbuka saa hii hata mahali tumefikisha, na ndio naona hata wakati tulienda Mombasa, I preferred to go with him, sababu hii miaka tulikaa na yeye, hiyo miaka hiyo before hawa wengine wakuja, hiyo miaka hiyo 3 tulijuana sana na tulisoeana sana. Na ni kama yeye hata anijui kama mama yake, ni kama ananijua, ni kama sister. So even the time tunaongea na yeye, tunaongeaga kiu sister na brother, sio kama mama na mtoto, sababu tulikaa tukashikana sana. Kwa hivyo weakness mingi zangu yeye ndiye anajua, na mimi yake namjua sana. Kwa hivyo ndio unaona I prefer, kuna wakati waliniambia wanataka niende US, na nikawaambia wa make sure, sababu walianza kusema show ni digital, kuna mambo mingi sana. Nikamwambia unless mpaka Davis akuwe ndio at least nikipata ka challenge napata mtu wa kumuelezea. Na hata by the way even at this time nikipata tu challenge ama nisikie kitu inanifinya, until ni talk with him, sionagi kama nimechea hiyo kitu inanifinya. Kwa hivyo tulikaa na yeye sana, tulisoeana sana, tulilia na yeye. Kuna wakati tulikuwa tunakaaga kwa nyumba na yeye. Sasa kila mtu ako tu kivyake, hatukuwa na simu ati mtu atakuwa na simu, lakini pengine mtu amekaa chini hapo, unakuta huyu analia, sababu pengine unakumbuka mambo yenye tunapitia, unakuta huyu analia, na tunaanza kulia sisi wawili, until Davis siku moja akaamka akaniambia sitalia tena na sitawailia tena. Kwa hivyo by the time nilikuwa napeana history yangu ilikuwa ya ushugu sana, nilikuwa najaribu kuipeana nalia, Davis alikuwa ameamua hata wailia tena. Na David kutoka hiyo siku hajawailia tena, hata akiona nikilia aliweza kujikausha, sababu tulilia siku mingi sana na yeye. Kwa hivyo nikimuona na nikiona at least amevaa nguo, nimeona ako na socks, namuona ako na saa. Kwa hivyo nikiangalia kijana yangu hivyo naona Mungu amembariki, naona tu Mungu. Nikimuona tu hivyo naona tu Mungu. Sababu nikijua hata wakati kama Youngblood walikuja, Youngblood ameishi kufukuzwa shule. Lakini wakati wote, lakini wakati wowote amenipata pale kwa nyumba, sikustukaga. Yani kumbe tumejuana na nyinyi wakati mmeamka kidogo tu. Umekuta tu huyu mtoto hata kusoma kwake tu alisoma tu. Kuna wakati nikienda kuadmit kumtafutia shule, sasa amenikuta, ndio nikamtafutie form 4 kwa hiyo shule yenye nilienda kumtafutia na by faith. Akaniambia mama, alikuja akaniambia mama, baba hajanipeleka boarding school na mimi nimeishi kutamani kusomea boarding school. Nikamwambia nitakupeleka boarding school, lakini kenye nitaweza kukununulia ni kijiko na kikombe na sahani, lakini hizo zingine tutatrust God. Nikamwambia twende tukatafuta shule. Si hizo ni 100? Ilikuwa 100. Nilikuwa naona hiyo nitawezana. Sasa kumwambia nikamtafutie school, sikuwa na fare ya kutosha. Kwa hivyo nilimwambia wewe nitakushika kama Joy, na nikikushika uangalie mbele, usiangalie watu, sababu watu watashindwa. Kwa hivyo huyu nilikuwa nikimshika hapa anafika huko juu anainama. Sasa watu wote wanakaa kwa gari wakituangalia. Alafu unajua ilikuwa na beba excess hakukuwa na COVID. Sasa uko kwa kicha mtu mwingine, tulienda tukisumbuliwa na conductor. Mama, huyu sio mtoto we, huyu. Namwambia huyu ni mtoto.
Kwa sababu hutaki akule pesa ya kikombe, sahani na kijiko. Na tuliashwa na gari kadhaa. Ikikuja kwa stage, inakuja ninaambiwa kuna kiti ya watu wawili, nasema mimi nitashika huyu. Sasa nikiambiwa najua, ewe mama eta, huyu ni mtu wa kushika. Until mama mwingine alisema atatuongezea 20 bob. Yule mama akasema ilikuwa fair 20 bob, si ati alisema alikuwa atatulipia. Kwa hivyo huyu, lakini tukikuja tulienda kama nimemshika. Kwa hivyo huyu kijana na yeye wakati amesoma akifukuzwa amekuwa msaada kwangu, sababu by that time alinipata kama nafanya kazi ya kufua. Kwa hivyo nilikuwa naitiwa na watu kufua nguo. Nilikuwa nimetengeneza makaratasi naweka kwa post. Hata bila kutaka kujua kama unaweza pikiwa na mtu mbaya. Akikuja akiona nini anakuita na kuelezea. Kwa hivyo most of the time tulikuwa tunaenda kufua na yeye. Kwa hivyo akifukuzwa shule ilikuwa bado ni opportunity mzuri ya kunisaidia kufua nguo. Sababu namwambia wewe usijali, twende unisaidie, hata ndio mzuri nisichoke sana nimalize haraka. Sasa ulikuwa ndoa school fees wapi? Huyu sijawahi mpata pesa ya kumlipia. Most of the time nilikuwa na kanisa kwa deliverance. Nilikuwa na ile ya kutrust God, sababu nakumbuka wakati hata naenda kuiba hapo mbele, kama nimeambia Mungu, nakumbuka by that time vile pastor nilikuwa mtoto amekaa kwa nyumba mpaka naona sasa sijui nifanye nini. Lakini on Sunday niliona tu vile watu wanaendaga wakiiba hapo mbele kusuguka kama mauhidi. Kuna pastor alikuja tu akanihoga hivi nikiwa kwa raini, akanipatia 2,000. Akaniambia nimeona kijana huko mpeleke shule. Kwa hivyo huyu nimeishi maisha, alisoma na by faith. But good Samaritan walikuwa natoka ile kanisa deliverance. Yes. So wakati nakumbuka kale kanyumba mlikuwa mnaishi na Davis, kulipa ilikuwa shida, hata hukutaka kujua landlord wewe, hutaki kuitishwa pesa yenye hakuna. So saa hizi tunakujengea. I mean, how do you tell God? Yani Mungu anakutoa hapa, anaruhusu tu upitie magumu, ulale kwa cartons. I mean, alafu anakupeleka mahali utakuwa ukilala kwako, unafungua gate yako. Mahali kuna CCTV, kuna gate ya chuma, mahali kuna ile fence, electric fence, mahali kuna alarm, mahali kuna room yako peke yako, choo yako, wardrobe yako, prayer room. I mean, how do you tell God? Most of the time atakuamka usiku, most of the time naamkaga nauliza Mungu, ni mimi naangalia, nakumbuka hiyo nyumba, nakumbuka the FIFA, even the FIFA itself. Vile watu wamenijua, naamkaga nauliza Mungu. Hata nakumbuka hata leo nilikuwa nikiuliza Mungu, wewe ni nani? Hata sometimes namuulizaga, I need to know you more. Sababu nikiangalia yale maisha nilipitia, ile machozi nilipitia, ile kuchekwa nilichekwa na hawa watoto, especially nikiona hawa watoto, watu hawajui hawa watoto, people I don't know, wanapigaga simu, we need to, mother of 12 nikikuja huko, I need to see those children. Hawa watoto nimehaibika na wao, hata mzee mwenyewe hakutaka kupelekana na mimi nikiwa na hawa watoto. Kwa hivyo nikikumbuka, nikisikia mtu hata hajui hawa watoto wanashika mtoto kama huyu anamulipia, yani wakulisha vizuri the way I am looking, vile Olibo. Thank you God Almighty. Nabiaga Baba yetu aliye mbinguni atukuke sana, sababu najua ni mkono wa Mungu, sababu kama ni watu wetu wageulizwa, hakuna hata mwenye alikuwa na ndoto kama siku moja Virginia na watoto wake watakuwa. Mimi nilihaibika, sababu hata kuenda na hawa watoto, mtu akikumbuka hata kama ni mtu wenu, akiangalia wale watoto, watu wengi sana hawataki kushafuliwa nyumba na watoto. Nakumbuka kuna kwa relative nilienda, Davis akiwa mdogo na Davis akiwa mdogo, wakiwa na kina Lucy na Thuita. Watoto nilikuwaga na watoto na change diaper kama watoto 3. Na sio diaper, nilikuwa nakata mavitambaa na wafunga. Mimi nimewafunga karatasi ya nylon hawa watoto. Nimewafunga karatasi ya nylon.
wakati ninawacheji hivyo, sasa mtoto alikuwa nasikia mtoto amepopo, nasikia stress imenigonga ile baya, sababu nakosa kwa kumshejia. Na unaangalia tu, sio lazima mtu akwambie, unaona vile anaangalia hata hao watoto. Nilikuwa natoka naenda na huko nyuma, unabadilisha mtoto na huko unamlalisha kwa chini, unabadilisha mtoto wako. Kwa hivyo nikiangalia wale watoto walidharauliwa, those kids, people from all over the world, they want to see those kids, na wanawaangalia. Nauliza Mungu, wewe ni kama nani? Nikikumbuka tukiwa na Davis, tulikuwa tunashoka sana kwa ile nyumba, tulikuwa tunalala room kadogo. Na sababu nakumbuka siku moja tukasahau na kufunga tap, sababu most of the time hakukuwa na maji. Na sasa tukalala. Na pale tumelala, Davis ndiye alikuwa analala mbele na mimi nalala nyuma. Tunajifunika na nguo zetu. Maji kakuja kwa sink usiku, saa 9 usiku. Ilituamsha kama maji hatusikii, sababu tulikuwa tunashoka sana. Maji ilikuja ikamwagika, Davis ndiye ameifungilia hapo imejaa. Kwa hivyo Davis kwa kale kanyumba, Davis akienda kurusha mkono hivi aliniamsha, mam, amka, maji imejaa huku. Sasa yale makaton na zile nguo na tu na zingine na nyumba, sasa ndio hiyo. Sasa ni kuamsha kuanza kukausha hiyo maji. Tukakausha maji, sasa kutoka hapo tutalala floor kabisa, sababu ilikuwa saa 9 ya usiku. Tulilala chini floor, sasa kabisa hakuna kitu. Kwa hivyo ile nyumba nakumbuka tulipata mambo mingi sana, lakini hata kama tukiwa tu huko tukifanya kazi, tulikuwa tunatafuta pesa kidogo. Ninamwambia nipeleke nikaone watoto wangu. Tunaenda tunakuta huyu secondary kwenye alikuwa anasomea. Tukiwa tuna hiyo shida, hatuna pesa ingine ya kurudi nayo, tunasimama pale. Naye huyu akituona ujue wako brainwashed. Kwa hivyo nikienda ninaambia mwalimu, mimi ndio mama Peterson, nimekuja kumuona. Peterson anaenda anaitwa kwa class. Peterson akikuja pale, akiitwa na mwalimu, akituona ni sisi hivi, mtoto anatoroka ile ya kabisa. Mpaka shule. Mpaka huko nacho hapo nikilia. Na naambia Davis, nipeleke tu tukae pale kwa gate, tuone kama tukiwa kwa gate ataitikia. Tunakaa hapo. Youngblood kanakuja, akifika pale akituona na kurudi, anaambia washman, kuna watu wako pale na these people I don't know them, wanataka kunishukua. Sasa mimi narudi na kulia. Naambia Davis, badala ya kwenda nyumbani, twende tukaangalie wale wengine kule. Kwa hivyo niliishi kuenda. Kwani walikuwa wameambiwa, Youngblood alikuwa ameambiwa upotelee mama? Yes, tulikuwa tumeambiwa hivyo. So ndio unaona hata akipotea mimi siwezi mjudge. Because pia mimi nilikuwa hapo. Pia watu wakina Veronica na Gladys walikuwa naona mama wanajificha chini ya desk. So ilikuwa inakaa kitu fani. Tukifika home tunaenda kuisema kama ni achievement. Yaani mimi nikienda home nitaenda niseme venye niliwapotea. Huyu mwingine anasema venye alijificha, venye hakumuona. So pia wewe unaanza kutamani kungetokea kadrama kengine ndio uonekane wewe ndio champion. Yaani kulingana vitu kwa tumebrainwashiwa, ulikuwa unasikia kama wewe ni champion ukikosa yaani hawakuja kukutembelea alafu uwapotee. Na ulisikia aje kutoka huko ukaona chenye ulikuwa unaambiwa ni uongo? At first nilikuwa naogopa because after kutoka kwa my dad, nilikaa kwa rafiki yangu for 3 weeks. Yaani nimejificha hata siko natoka nje nikitafuta Lucy. Nilikuwa hiyo Kisii bado, but indoors. Marafiki wangu wananiambia tunaona babako akitoka kwa police stations. Yaani tunamuona asha kuripoti. So mimi nilikuwa na stress. Kwa ulitoroka? Mimi nilitoroka. So when nilikuja kupata Lucy, Nyanyo hiyo siku alinileta Zimmerman. But sasa kulingana venye Davis ajuenda alinireceive. Yaani venye nilireceiviwa, yaani walikuwa wananireceive wakinionyesha achana wao, yaani wachana na wao, wewe wachana na wao, wewe wachana na wao. So hakuna blames nilipatiwa ati ile siku. Davis hajainiambia ati wewe ulikuwa unatuona unapotea hajainiambia hivyo. Na najua hawezi niambia because alikuwa ananielewa. So mimi nasema hakuna blames nishaipatiwa, na ndio kwa maana dia to judge Thuita. Itafika siku yake na pia yeye atakama. Wow, okay.
So mama, endelea. Kwa hivyo ndio nasikiaga nimesema nimeishi kutafuta hawa watoto. Kwa shule tuliishi kuenda huko na Davis, lakini all the time nilikuwa narudi na machozi. Na ndio nasikiaga nikisema najaribu kuenda kwa chief, najaribu kuingia kwa polisi, najaribu kuingia mahali popote nijue ni wapi hawa watoto nitawahi wapata namna gani. Until ile nilisema siku moja wacha ni surrender these children. Ilikuwa so painful nikitoa watoto wangu kwa roho yangu niwapeane kwa Mungu. Nakumbuka kuna wakati nilitoka pale nilijaribu kuenda kanisa mingi sana. Na by the way kwanza nilianza kuenda hiyo bado hiyo ya Ukorino. Hiyo unajua kuna wale tulikuwa tumesoma na wao wakati walifukuzwa kule na mzee. Wakaenda wakajitega wakajiweka mahali. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa naenda hapo nasimama hapo kwa altar naita Nyawira na majina. Nyawira niliita Nyawira hivyo. Sababu nilikuwa nasikia hata kama hao ni watoto wangu. But I thank God sababu finally wale watoto walikuja. Hata tushasikia tukiwa na Davis tukasikia Nyawira ako mahali college. Na nikaambia Davis nataka nikutume mpaka huko. Uende unitafutie Lucy akiitikia kukuja ukuje na yeye. Lakini naye Lucy akiona Davis anatoroka then naenda akitoroka then anaenda anaambia washman afukuse huyu hamjui ni kijana anamkibiza. Hata wakati mwingine Davis ulienda huko shule na baba yenu huko ni kama walikuwaga wanasema kwa ofisi wanaambia walimu ati mtu fulani anaitwa fulani akikuja aitwe. Kwa hivyo nishatuma Davis kuja, si upeane hiyo nilikutuma. What happened? So what happened? So ndio mimi nikatumwa na madhe. Kaniambia imesemekana Lucy ameonekana anasomea uzuri. Ilikuwa ni hivyo. Yeah, so mimi ndio hiyo nikaenda. Na tunashukuru sana hiyo shule cause wao ndio finally hata time ya kotini warudi kutusaidia. So mimi after kutumwa na madhe nikaenda mara ya kwanza. Mara ya kwanza venye Lucy aliniona alipotea. Kupotea nikarudi nikamwambia hapatikani nakataa. Hapatikani nini ananiona anapotea. Nikarudi shuko kwa nini. Akaenda kwambia soja ati mimi nifukuzwe. So nikamwambia lakini kaanza nimeambia soja huyu ni dada yangu. Lakini ni sawa kama hataki kuniona anasema mimi si ndugu yake ni sawa. So ika happen time another my mama kanisumbua sana aka insist rudi tena uende uangalia ule sister yako. And so by then nilienda na rafiki yangu alikuwa rafiki yangu wa kitambo sana yani mtu tumegrow na yeye kwa pande ya shule. So ndio hiyo tukaenda na huyo jamaa alikuwa anaitwa Ngechu. So Ngechu vile tulienda na yeye kule ika happen niliacha namba nikaenda tukaingia na yeye nikaenda nikasema mimi ni fulani fulani na hii ndio namba yangu. Nilipata nasahau hiyo siku ya kwanza vile nilienda after soja kunifukuza sikuendanga ndio nimekumbuka. Nilienda nikasimama mahali nione kama atafikiria atoke. Mimi nikidhani atatoka niliona by then my dad alikuwa na gari. Niliona gari yake ikiwa imekuja. Bio! Kumbe washapiga simu. Akakuja. Na mimi nikaenda. Then nilimwona ni dada. Na si nimekuja kuona sister yangu. Nilienda nikamfuata. So venye alipaka gari pale akaniona. Alikuja hadi kwa gate. Kanishika mashati. Nimekuambia nisiwahi kuona huku. Forever huyu sio sister yako. Na nisiwahi kuona urudi huko kwenye mama yako alikupeleka. Na usiwahi rudi tena na usiwahi kuja kumtafuta shule tena. Na mimi nilikuwa nimekuja kuona dada yangu na uweze nifukuze uniambie sitaona dada yangu. Nikamwambia usiwahi jaribu. And
since huwezi fanya kitu na sister yako amekataa, ndio baba yako amekwambia usijaribu kukaribia sister yako, huyo si sister yako, utafanya. Mpaka kule, yani makelele. Hadi soja anashtuka hadi anaanguka. Unajua my dad unajua ni mtu wa kisauti na ni mtu anapiga kelele ile kabisa. Na mimi sasa, na mimi jua, na mimi zangu zikishika na mimi sirudingi nyuma. Nikamwambia mimi hapana, nimekuja kuona sister yangu. Ananiambia hapana, nisiwahi kuona. Anikaribia kabisa, anataka kunigonga. Na mimi nigonge nikijua nikukuja kuona sister yangu. Lakini ni damu yangu na nitaishi kuitafuta. Na hata yeye ni baba yangu na nitaishi kutafuta. Bana, nimekuambia never ever usiwahi jaribu kuonekana hapa na ukitafuta any one of us. And nikaenda, but hapo nyuma ndio nilikuwa tumeendanga na Gechu ili niache namba yangu juu hili I think hii ndio ilikuwa mara ya pili ili my dad akuje. Juu the first time nilienda hakuwa sisi kumpata, lakini niliacha namba, niliambia ameshatoka. Niliachanga namba. Basi sasa namba yenye niliacha si kuacha namba yangu, niliachanga namba ya Gechu. So this is my friend anaitwa Gechu. Ni mimi sijui, I think ni god tu, cause ika happen hii simu nikapoteza hiyo yenye ningesema nipeane yangu. So ile namba ya Gechu hata Lucy kupatikana kwake Kojela, waliangalia kwa file wakakumba kuna time brother yake aliwahi kujanga hapa. Juu walirudi kunikumbuka juu hiyo time sasa yenye turudi tukavurugana na my dad, na wakajua venye kunaenda. Huyu ndio brother yake na baba yake amesema asiwahi kanyanga huku. So walikuwa wameshajua jina yangu. So walienda wakatafuta hiyo namba. Na wakapigia Gechu. Gechu ndio akanitafuta kwa Facebook. Akaniambia kuna manzi fulani anakutafuta, na huyu dem alikuwa wanasoma na your sister. Nikamwambia my sister. My sister alisema hataki kuniona. Na nasikia hiyo sister anakuhitaji, anawatafuta mkiwa na madhe. So ndo nikamwambia my mom, acha niende nikasikize, ni kuna msichana anasikia na nitafuta sana na kuna kitu anataka kuniambia kuhusu Lucy. And from there ndio nikanyorosha mimi nikaenda hadi mtaa. Nikakuja Thika. And that's when niliambiwa kenye na happen. Actually you day before nipea story, alipitia story ndefu za sister yangu, na muuliza kwani alikufa. Si unajua nilo unasikia umekasirika, huyu mtu juzi amekukataa. Tena ndio huyu sasa tena unapigia story zake. Niambia kwani alikufa. Niambie tu nijue nini, niambie madhe venye kuko. Akaniambia hapana, lakini ni ngumu kukuambia kuelezea hii story. Akaniambia mara sijui your sister alipata ball, story ndefu hadi akaniambia alifungwa yuko women prison. Nikamuuliza ndio Lucy sasa. Yeah, Lucy. And from then nikamuuliza siku ya kotini ni lini, ndio akaniambia. So from then ndio nikaenda nikamwambia madhe venye kuko. Na hapo ndio njia ya Lucy kupatikana kurudi kwetu. Hapo sasa ndio ilipatikania. Yeah, exactly. Wow. Okay. So that is the reason as to why tunaendelea kumjengea Virginia na watoto wake, angalau pia wapate na mahali pazuri pa kukaa bila stress, bila vitisho, bila madharau, bila fujo. I mean, waishi maisha mazuri. That's why tuliona ni vizuri kuwajengea, na nafikiri pia mliona by jana mahali tumefikia. Na sijui mam kama tunaweza kumbuka mahali tulifikisha jana. Maybe tungetoka hapa na hata kama ni 100k tuzidi kusupport mjengo, ingekuwa muhimu zaidi. At least hata tukitoka na 100k leo ndio tuendelee kusupport mjengo. Jana tulikuwa na target ya around 300. It was our main target. Ile pesa engineer alikuwa anahitaji instant. So labda unajua tulitoka hapo na 184. Kuna mtu alikuwa sijui atume not 184, almost 190 juu ya wenye walikuwa anatuma tayari tukisha after kuacha kuchangisha. Na by morning tulikuwa tumefikisha 220. Tulikuwa tumefikisha 220. Yeah. So tulikuwa
deficit ya 80k ndio tufikishe 300. Si hiyo 80k tunaweza ipata hapa saa hizi kabla tutoke. So mama nipe ile namba ungetaka tutumie, maana kuna namba nasikia ukisema iko na shida juu ya world limit. Ile tunatumaga ya 0706 hiyo pengine mtu mwenye anatuma na M-Pesa. Lakini hii ingine tulikuwa tunakwambia ni ya 0700. Hiyo inaingia zote. Inaingia mpaka world limit. Na iko zero sahi. Kwa hivyo iko sawa. Okay, tungetoka hapa na hiyo 80k tu igonge 300 ndio engineer apatiwe, ndio at least tuweze kusonga. Ingekuwa muhimu zaidi. So wacha nipeane hiyo namba ni 0700 669 503. At least sasa umesikia kwa nini tukawajengea. That is the reason. Tutakuwa tutapeana hizo stories zote. Ndio pia watu wenye wamejoin very of late wamejoin of late na hawajui hiyo story venye inaendeleanga na kwa nini tunajenga. That is the reason as to why we are building for Virginia and the 12 children. Ndio waweze kukaa maisha yasiyo na usumbufu. Sawa sawa. So nimekuwekea hiyo namba hapo. Chochote chenye uko nacho kingekuwa cha muhimu sana kwa sasa, ili tuweze at least kupata hata kama ni hiyo 80 ama hata ijae tu 100. Unajua mimi haja yangu ni nyumba iisha waingie. Haja yangu ni nyumba iishe waingie. So ningetaka kwa leo ikiwezekana tutoke hapa na 100k, ingekuwa furaha kwa. Imagine si mimi naenda kukaa kwa ile nyumba, lakini itakuwa furaha kwangu ikiwa tutaweza kuwajengea na waingie na nyumba iishe. Kama kuna yeyote angetaka kupledge, tukiendelea, kama kuna yeyote angetaka kupledge na kama kuna mtu yeyote alipledge na angetaka kutoa saa hizi, it is much acceptable. So Waboi Kamau, thank you, umetupatia 500, God bless you so much. Margaret Moteri umetupatia 100, God bless you so much. Hiyo ni 600. That is 600. Namba ya simu ni 0700 669 503 0700 669 503. Virginia Wangari Kamotho. At times wakati mwingine mimi husikia furaha wakati naona watu wanajitolea kujengea mam. Maana mam tikegota mam tikegota ona hanini. So akishapata hiyo nyumba ajue sasa kwa nyumba niko settled. I'm very sure utakuwa millionaire. Wewe mimi najua utakuwa millionaire. Watoto utawa hata wenye wamebaki na unaona tayari washapata sponsors. Najua maisha yako itakuwa rahisi sana. Uliteseka lakini saa hizi ni kuenjoy maisha. So thank you so much Muhammad Ali, unaniambia umetuma, God bless you so much. 0700 669 503 0700 669 503. Na nikwambia kitu moja, and I always repeat this, wakati umepeana ni kama umeweka kwa store ya Mungu. Niko hithaga muthithu. Idia waheana niko hithaga muthithu. Niko kombithagia Ngai. Ni hari record ciandikagwo kule matu-ini ateng'ania ni ekona. So wakati unapeana usiaisikia ni kama una lose ama unapoteza pesa zako, hapana. So Mungu akubariki unapotoa. Namba ya simu ni 0700 669 503. Na I always say, ikiwa Mungu amekupea nafasi ya kutoa 10,000, please give without kufikiria. Yani usikae hivi ufikirie nipeane 5,000 ama 10,000 ama 20,000 ama 50,000. Kama Mungu amekupea uwezo wa kutoa 50k, just give it. Roho safi tu. Kama mtu amekupea nafasi ya kutoa hiyo 100 na unaona hiyo 100 ndio tu unaweza peana kwa sababu huna uwezo, peana tu hiyo 100. Lakini kama Mungu amekupea uwezo wa kutoa 1,000, tafadhali toa hiyo 1,000. Fanya yani unajua Mungu wako wakati mwingine anakuangalianga, anaona na huyu mtu kama anatoa 10,000, what if nimpe times 10, nione venye anaweza fanya nazo. Because at times kuna watu wamebarikiwa sana and we wonder why. Kwa nini unabarikiwa kutushinda? Kumbe kuachilia, wamezoea kuachilia. Tulikuwa tunaongea na mama mmoja jana na aliniambia maisha yake ameishi maisha ya giving. Na yeye hajawahi kosa. Hakuna mlango amewahi bisha ukakosa kufunguliwa. So usiwahi choka kupeana, usiwahi choka kupatiana. By the way, love giving more than kupokea. Penda tu kupeana. So 0700
0700669503. At least tukitoka hapa na 100k I'll be much happy, ndio tu boost ile ya jana. Nataka tu leo staki mingi, just 100k 100 peke yake, na ikiwa uko hapo unaweza tupea 10k 20k 30k tugonge hiyo target haraka. I'll be much happy. At least kikao hiki, maana umetusikiza na umesikia mambo yenye Davis alipitia, Youngblood, mam, at least pia tusitoke hapa hivyo, ndio tuzidi kuchangia tuzidi kuchangia mjengo na uendelee, si ndio? Najua kila mmoja wetu hapa angetamani huo mjengo uishe kwa haraka. So James Gishuke 500 received, Anna Wajiro 500 received, Lucia Jonja 150 received, Jude Kariuki 500 received, na tunazidi kusonga. Sasa tuko 2000. Kuna mtu hapo na 1k, mwingine kuna 2k, 3k, 5k, 10k. Tutumie tu tugonge hiyo target na Mungu atazidi kuwabariki. Kupeana ni kuweka kwa store mahali. Nitakiri kuiga mudhidho, kwa sababu wakati utakuwa na shida utalilia tu Mungu, mwambie na si nilitoa kwa vijini, hata wewe niwekee kitu. So 0700669503, 0700669503. Na uliona mahali mjengo umefika. Uliona mahali mjengo umefika. Sio mam, kama kuna jambo lolote ungetaka kuambia wakati wanaendelea kupeana? Na ukumbuke huyu Mary Joki. Mary Joki. Mary Joki Jenga. My good friend. Yule wa bypass. Yule wa Marine Flowers. Marine Flowers. Mbona tu kuenda Marine Flowers? Aliniambia bado tujaenda Marine Flowers. Niambie ni nini unataka tukutane hapo. Hebu angalia shedi yako iko aje. Mary Joki. Hebu ongezea na wengine tunanipange. Mary Joki, ongezea na wengine tu moja ndio niweze kupanga. Tumedilee sana. Hebu ongezea tu na mmoja tu. We will give Virginia 100 bags of cement. Oh my God. Huyu anaitwa nani? Contact me so we plan delivery. Haki hajasema jina. Hebu andika hii namba mahali. Andika namba. Kwa nini yangu iko namba hilo na kalamu. Andika hii namba. Na kitabu. Andika hii namba. Andika hii namba. Sitaki kuitaja ndio watu wasisikie. Yangu lazima ungeandika hapo ndio msaidie. Andika. Mimi niandike. Maana wewe ndio unaiona karibu ndio nisihitaje. 100 bags of cement. Mpigie kesho apange venye zitakuja. Unacheza na 100 bags. 100. Si 10. Si 20. Leke iga yetu gai. Leke iga yetu gai. Leke iga yetu gai. Leke iga yetu gai. Wow. Amen. So mother wa Ajali toa 2000. God bless you so much. 150 from Jane Wariara. Lucy Muridi 200. Jerry Githaiga 500. James Gishuke 500. Tunazidi kusai tuko 5000 plus 1000. That is 6000. Tuko 6000. Tumebakisha 94k. 94k na tumegongo wa 100k. I mean 100 bags of cement. Imagine. Na yako hapo ako na lori yetu ya mchanga. Amen. Kwa nini umekwama hapo na lori yetu ya mchanga? Umekwama hapo na lori yetu ya mawe. Si utuambie tukwambie ni pesa ngapi lori ya mawe, at least ulete jamani. Lori ya mchanga si utuambie tukwambie bei na tunajua. Si wewe unajua. Hata badala ukituuliza kama tuulize saa hizi. Elizabeth Rauta 10,000 Kenyan bob. Amen. Unajua mimi nimewaambia kama Mungu amekupea uwezo wa kutoa 10. Toa tu 10. Unajua niliambia watu I love saying this. Juu ya kuzoea kusaidia sana, siishi maisha ya kungangana, and you know that. I know. Mimi kutoka by the way nianze kupeana. Nilikuwa naishi maisha ya kustruggle my friend. Unajua ndio nianze kupeana, niliibiwa M-Pesa 3. Githurai. Mimi ukiniambia nirudi Githurai, niweke biashara. Tunasumbuana. Unaona hapo kwa nyanya, nilikuwa na M-Pesa hapo kwa nyanya. Nishapita hapo kwa nyanya uingie hapo. Nilikuwa na M-Pesa hapo ukiingia Naivas, hapa tu kwa barabara. Nilikuwa na agent kwa Coop Bank huko ndani. Nilitoka Githurai. Hapo ndio nilianza kupeana. Wakati nilianza kupeana, milango yangu ilifunguka. I don't struggle. So
giving, when ukizoea kupeana, you don't live a life of struggling. So Pauline Kamau 5,000, God bless you so much. Amen. Thank you so much. Kama uwezo wako ni kupeana 20,000, kama uwezo wako ni kupeana 50,000, just give. Using'ang'ane kuitoa kwa sababu Mungu hang'ang'ani kukupangia ingine kama hiyo na times 10. Ukikosa kung'ang'ana sana kupeana, hata Mungu hang'ang'ani. Mimi naonaga kama kuna watu Mungu hung'ang'ana sana, sababu anajua ni mkono gamu, naye anang'ang'ananga sana. Lakini kama umezoea kutoa, anachukua tu anarudisha hapo. Bwana. So Pauline Kamau, God bless you so much to receive your 5K. Mungu azidi kukua. Sasa hivi unaona tuko 20K. Wow. Imagine tumebakisha 80K. Tumebakisha 80K. 80K only. So unaona nani Elizabeth ametuboost na hiyo 10 na Pauline ametuboost na hiyo 5. Najua kuna wengine wako hapa na wanajua Mungu amewapea uwezo wa kutoa hiyo 5K. Wako hapa wanajua Mungu amewapea uwezo wa kutoa 20K. Wako hapa tu wanajua Mungu ana uwezo wa kutoa 50 bags of cement, 100 bags of cement, lori ya mchanga, nyumba ya mamu iishe, aishi maisha mazuri. Mimi nataka kuona hiyo kilio yake ya mwisho, maana hiyo imejaa baraka. Hiyo kilio yake ya mwisho wakati nyumba imeisha, ndio huyo ameshuka ile ndege. Unakumbuka? Sio ndio tuliagree. Tuliagree. Nikwambia watu wako na ndege zao hapa. Watu wako hapa wako na ndege. Na kama hawana watanunua, ndio hiyo siku waturentishe, at least tuletwe nayo. Amen. Alafu ina drone, alafu ana ndege. So, kasi nimekwambia Caroline Wamui ametoa 5,000. God bless you so much. Kama Mungu amekupea uwezo wa kutoa pesa mingi, toa. Nilikuwa na tabia nilikuwa napenda kusaidia watu wako kwa street. So nikiingia kwa mfuko nasikia niko na 20, 10 na 5, natoa 5. Haja nikwambie tu kweli. Unajua hivyo ndio tunafanyanga. Ni kweli. Sasa ilifika wakati nikajiuliza, ingekuwa ni mimi ningekuwa natamani tu kupewa 5 bob. Usikaange kwa comfort zone ati ukizoea kupeana 5 unasikia hiyo 5 ndio nzuri. 5 bob. So nilikuwa nimefika mahali nikaona saidianga. Lakini unaona mtu ametoa noti bado anaekelea hapo na nikupeana, najiuliza na hii 5 bob yangu nilirogwa ama ni nini? So that's when nilikuja kurealize kwa kupeana usikue kwa comfort zone. Ati ukisaidia mtu mmoja umeridhika. Unajua last time niliwa challenge, niliwaambia unakumbuka? Kuna mama aliniambia kaniambia Farudi unajua umeni challenge sana. Kumbe nikisaidia mtu wetu ni own goal. Umejifunga tu. Hiyo ni kujifunga. Mungu haitambui sana hiyo ya kusaidia mtu wenu, maana huyo ni mtu ni wenu. Mtu mwenye ako nje huyo sasa ndio unahesabiwa umesaidia. Lakini mtu wenu unajua hiyo si kama kusaidia. Ni mtu wenu unapea. Kwa hivyo sio kumsaidia. So tuongeange ukweli. Wakati unatoa na usisaidie mtu mmoja uridhike. Hata kwa comfort zone. Si unataka baraka mingi. Kama ulijenga flat moja alafu unasaidia mtu mmoja, kwani hutaki flat nyingine? Si usaidie watu wengi ndio ujenge maflats mingi. So that's what happens. Mi huambia watu frankly, zoea kutoa na wewe uzoee kupokea. That's why unaona watu wengi wakiona mtu anapewa anasema kwani nani fulani tu anapewa. Huyo mtu ni kama aliingia ile masomo ya shetani. Kwani ni yeye tu anapeangwa, kwani yako na nini? Ama kuna ile idhito. Hakuna idhito, zoea kupeana. Hakuna idhito, ni nguvu ya kuwekelea tu na kuachilia hivyo. Ai. So Cynthia Getoga 1,000, God bless you so much. Miriam wa Jiko 5,000, God bless you so much. Sasa hizi unaona tuko 31K, 32K. Alice Mugwero, thank you so much Alice Mugwero, God bless you so much. Akosangi kutoa. So Alice Mugwero, God bless you so much. So na Nancy Nyamboke, Nyaswenta. Kumbe huyu ni wajua ndiye alifanya niongeaga Kiswahili mpaka kwangu. Kwa sababu unaona anatoa na sikii Kikuyu. So tukiongea Kiswahili kuna watu wanazidi kutoa wenye hawasikii Kikuyu. So na tunashukuru Mungu. So kupeana it is not in vain. Sawa. Wow. So tuzidi kutoa 0700669503. Kuna mtu ananipigia saa hizi, sitaki unipigie juu niko live kidogo. Nitakupigia baadaye tafadhali. Wewe unanipigia please waacha kupiga, Nikoleta tafadhali Nikoleta.
Wacha kuleta maneno mingi, kwanza tufanye chenye kimetuleta, hizo zingine mtadiscuss baadaye. Sawa sawa. Eunice K, usijali Eunice K, cha muhimu ni kusaidia. Eunice K, unajua mimi huambia mtu zoea kusaidia. Just zoea tu. Wacha ikue a habit. Leo unaweza saidia, leo unaweza saidia, kesho na wewe hautawahi kosa. Sawa sawa Eunice K. So 0700669503 0700669503 0700669500 503. Miriam Waruwe ameongezea 2000. God bless you so much. Asante sana. Sasa tuko 33, 34, 34, almost 500. 34,500. Tunazidi kusonga. And so tumebakisha kitu 60 something K. Imagine, tumebakisha 60, almost 69K. Tumebakisha around 60 something K. So thank you so much and God bless you. Hey, Mwaneki, please. Si ugoje hata nimalize kufanya kile nafanya alafu tutaongea baadaye. Tafadhali. So thank you so much kwa wenye wanazidi kutoa. Mungu azidi kuwabariki. Sawa sawa akina Eunice K. Rose Gashaja, asanteni sana. Tabitha Wajiro, thank you so much. Terry Jelly, thank you. Imani Wamboi, asanteni sana. Tuzidi kutoa ndio tugonge hiyo 100K. Hiyo ndio target yetu siku ya leo na tuweze kuchomoka. Alafu tukishafanya hivyo, unajua sasa hiyo inaenda kwa mjengo na alafu tutakaa tukiupdate watu mahali tumefika. So thank you so much kwa wenye wanazidi kutoa. Huyu anapiga na design zote. Sijui nimwambie. Acha nimwambie ndio aache kupiga sana. Hello. Tuko live kidogo. Ndio maana nakukata. Haya, so very good. So namba ya mam ni 0700 669 543 0700 543, sorry. 503. 0700 669 503. So na Mungu awabariki wenye wanazidi kutoa. Nimetoka tu kuwaambia mnaweza pledge pia. Maana uko hapo na una uwezo wa kupledge. Kama unaweza pledge hata 10 bags of cement, 20 bags of cement, unaweza pledge hata dirisha. By the way, hatujapata sponsor wa dirisha. Hatujapata wa dirisha. Kama uko hapo na unaweza sponsor dirisha zenye zitawekwa, please tell us. Maana milango ya ndani tulishapata sponsor, main door tumepata sponsor, main gate tulipata sponsor, tank tulipata sponsor, kuna na pia tunatafuta sponsor wa electric fence. Electric fence. Tungetaka sponsor wa electric fence na tutashukuru pia. So tuzidi kutoa watu wetu. Ukitaka kupledge utatuambia tu hapa sasa. So 0700669503 0700 669 It is not in vain, by the way, kupeana. It is not in vain kupeana. So usiwaiona kama unafanya vibaya kupeana. By the way, kupeana hautawahi kosa. Ukizoea kupeana, zoea maisha ya kupokea. Na it doesn't matter. Hata kama unapeana 500, hata kama ni 1000, hata kama ni 2000, hata kama ni 10, 20, wewe usipeana tu. So hii leo watu wamepiga na wakata wanapiga na kata wanapiga. Sijui kama wanafikiria imekatika. Tunazoea tu. So tumebakisha Mary Mash, please. Wacha tu concentrate na issue moja. Mkileta issue mingi tutachanganyikiwa. Wacha tu concentrate na kitu moja. Ndio tuweze kuendelea tafadhali. Kwani ya watu sasa huwa wamebadilishana na yule. Hello. 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 Naona huyu hata anatusikiza tukitaja namba, nasikia na hapo. Sasa watu shwari. Hali unanipigia na ni mimi unasikiza. Nitachukuaje ama afanye hata tuone kama atachukua. Aki watu jiji. So tumewaruhusu kupledge tafadhali. Ndio tumalize nyumba ya mam. Thank you so much Pauline. May God bless you so much.
Na mtu akitoa pia hatumzuii kuongezea. Ukitaka kuongezea unaweza ongezea, na tunashukuru Mungu. 3000 from Salome Saudas. God bless you. Yes, God bless you so much Salome Saudas. Asante sana. 0700669503 0700669503, na tunazidi kusonga. That is now 37k, 38,400. 38,400. Youngblood ulikuwa mzuri kwa hesabu. Yes. Hujisahau, lakini hiyo imekupita. 61,600 nimebaki. 61,600 ndio tumebakisha. Thank you so much. So tumebakisha 61,600. Imadhai hatu tafadhalini. Tuache mkiwa na Nicoleta tafadhali. Sisi tuko kwa kitu serious, nyinyi mna discuss matusi. Sasa jamani. Surely, amfanye vizuri. Anyway, 0700669503 0700669503 Virginia Wangari Kamotho. So tuzidi kutoa, ndio tumakisha 61k peke yake, just 61k. Kwa hiyo 61k utatupea nini? Kwa hiyo 61k utatupatia nini? Tupatie hata kama ni 500, kama mtu anaitwa Abigail Inyangala, na sio wakati wa kwanza kutupea yeye. Nasikiaga tukimtaja mara nyingi. So utatupea nini? Tumebakisha 61k. Just 61k. Sasa 61k ndio tumebakisha. So it is possible. Tunaweza imaliza kwa haraka. Naona ni saa 3 masaa ya Kenya. Na mnajua curfew bado si atilisha. Curfew bado iko. So ndio tuharakisha, ndio stories za curfew na nini. At least si tujaribu kuspidisha kidogo. Mtu akona 5k anaweza tuongezea, mtu akona 10k anaweza tuongezea, mtu akona 200 anaweza tuongezea, mtu akona 2k, 1k, 3k unaweza tuongezea, mtu akona 20k. Hatuwezi chukia by the way. Tumeona 20k ngapi kutoka wakati tulianza? Sijui 2-3. Sijui 2-3. So tukiona pia tunaweza furahia, na itatusaidia kuonga itatusaidia kuhit target kwa haraka. So 0700669503 0700669503. Kuna mtu ametuongezea 3000, anaitwa Mary Karaoke. Thank you so much Mary Karaoke, pesa yako imetufikia. May God bless you so much. Hivyo tumebakisha 58k, just 58. Imagine 58k only. Nani mwingine ako na 3,000 mahali? Nani mwingine ako na 3,000? Who else has 3,000? Atuongezee hapa. Muone zikibaki 50. 50 kwa tumebakisha 55. Hebu tuongezee 3k, usikie tumesema tumebakisha 55. Nani yako hapo atatuongezea just 3k, usikie tumetaja tumebakisha 55. It is possible. So Caroline Karaja ameongezea 1000. God bless you so much. 500 from Roslyn. Hello. God bless you so much. So tunazidi kusonga. 0700669503 0700669503 0700669503. Tunazidi kusonga, bearing in mind hata jana tulikuwa tunaitisha pesa. So we thank you for, mnafanya vizuri. Kutuongezea pesa ni muhimu zaidi na ni baraka pia. So mnafanya vizuri. Juu pia jana tulikuwa tumewaitisha pesa na tumekuwa tukiwaitisha. Hii nyumba ikiisha, my friend, hatuwaitishi tena bwana. Si furahie saa hizi ndio baraka zinamiminika wakati tumewaitisha pesa. Maana tunakupea nafasi ya kutafuta baraka. Some of these projects zimefanya watu wengine maisha yao yainuke zaidi. Akina Dorcas Mareki na wengine. Kuna watu maisha yao imebadilika zaidi kwa sababu ya hii project peke yake. So usisikie kama unafanya vibaya kwa kupeana, na Mungu atakubariki. 0700669503 0700669503 Virginia Wangari Kamotho. Hiyo ndiyo namba yenye utatumia. Na kama unataka kupledge, tafadhali make sure umetuambia, ndio tukuandike mahali, alafu tutakupigia ndio tupange hiyo story.
Teke. Ni Morasa amekuja. Ni Morasa sasa unaona wewe umechelewa darasa sasa hata pledges kuna mtu akituandikia unaona? Ni Morasa. So tuma chochote chenye uko nacho na Mungu atakubariki. Chukua hii baraka. Hii baraka ni muhimu bwana. Chukua baraka maana yake ni muhimu. 500 from Elizabeth Muhuri. 5,000 from Susan Wajiko Kamau. God bless you. Hiyo si ni mzuri. Kwa hivyo huku kuko na that is 6,600. Si ndio? 6,600 plus 42,000 that is 48. Actually ni 49. Ndio. 49,100. Yes. 49,100. Tumebakisha pesa ngapi? Tumebakisha 51k. So 51k remaining. 51k remaining. Tumalize history ya leo. Sawa sawa. Yes, 51k. Imagine. Hiyo baraka ya 51k. Jieke tu hapo ndani. Useme ile baraka itakuja kwa wenye watatoa hiyo 51k itoshe. Niko ndani. Usiachwe nje kwa hiyo baraka ya 51k. Na sasa tutaenda na hiyo baraka ya 51k mpaka ishe. So ukitaka kuingia kwa hiyo baraka ya 51k, it is possible. Did you even know baraka yenye iko hapo kwa 51k? Did you even have an idea of what blessing iko hapo katikati ya hiyo 51k? Ungetaka kujua, just send anything to be part of those blessings zenye zitapewa wenye watatoa hiyo 51k. Just be part of them wenye watatoa 51k na hiyo maneno itakuwa mzuri. So 0700669503. Kuna Margaret Mwagi amesema aekwe hapo kwa hiyo baraka ya 51k. Thank you so much. Ametoa 1k. God bless you so much. Nani mwingine angetaka kuwa kwa hizo baraka za 51k? Who else angetaka kuwa katikati ya hizo baraka za 51k? Naona kuna haya. Ngoja, okay. Sawa. Haya. 0700669503. 0700669503. Nani angetaka kuongezewa hapo kwa hiyo baraka ya 51k? Ni swali tu. Sisi kuna vile tunaitanga. Hiyo ni baraka specific. Mwenye atatolea hapo kwa hiyo 51k imebaki ataingia kwa hiyo baraka. So unajua Muhammad Ali mnanichanganya. ID ni ya nini? Hebu nielezeni ID ni ya nini juu mimi akili yangu iko kwa pesa. Ama mgoja tumalize ndio tutoe ID ama ni ya nini? Maana sifuati comments. Tafadhali utaniambia nani Muhammad Ali ndio nisichanganyikiwe. So 0700669503. 0700669503. Na watumie mam. Kuna watu wanaitisha watumie mam. ID number. Mam hiyo I'm sure. Hujui. Nini? ID number. ID number. Utaanza kutuambia kwani ID inakuaga na namba. Kwani ID inakuaga na namba. So tutaipeana tukimalizia ama? Tutafanya aje? Okay, sawa. Ama inbox mam kwa hiyo namba. Inbox mam kwa hiyo namba yake ndio akusomee. Maana kabla itoe ni process. So 0700669503. 0700669503. Nancy Nyaswente Nyaboke amesema kila mtu atoe 1k. Pass tuende home. So Vivian Muirori 100, God bless you so much. Amen. Gracie Dungu 1200, God bless you so much. Amen. Kuna 500 imetumwa na Dorcas Ngendo Kamau. God bless you so much. Hiyo baraka ya 51k ungetaka kuguzanishwa nayo ama kukua katikati ya hiyo baraka. Matunda hata amewaambia you don't need ID to send money. Nafikiri ni majina tu kwa sababu hata Western Union tunaitisha kwa tu jina. Barende kuna watu hutaka ID. Mama atamtumia, atakuja inbox. So nafikiri akipewa namba ni hivyo. Although tumezoea kuitishwa majina, is okay.
Kela Nyakio, sasa mtapeana mkimaliza, na nataka kuwa among the blessings. Bas turushie kakitu. Yes, turushie kakitu. Asante sana. Thank you so much. 0700669503 0700669503. So Mary Kariuki ameongezea 1000. Anataka kuwa katikati ya hizo baraka. Yes, kuna watu wameinsist usipeane ID. Ni very risky. Kuna watu wamesema kwa sababu hata mimi ni mtu akituma na Western Union wamezoea kuniitisha jina sio ID. So lakini jina yenye iko kwa ID, jina inakuanga enough. Vivian Muirule 100, God bless you so much. Asante sana. So 0700 669503 0700 669503 0700 669503. Hiyo ndio namba yetu tunatumia, itatoa Virginia, Wangari, Kamodho, na hiyo itakuwa mzuri sawa sawa. So hatujabakisha pesa mingi, tunasonga vizuri. So ilikuwa 66, sasa ni 76 ndio. 76 na huku niko na 45. So hiyo ni ngapi Youngblood? 53. Tumebakisha ngapi? 47. Ukisha 47,000. So we have only for we have 16 minutes kutoa hiyo 47k. 16 minutes kutoa hiyo 47k. Maana tunafaa kumaliza haya. Tumesema story ya ID imeishia hapo. Unajua sasa kakitu kadogo kana kuaga kana trend. Sasa story ya ID tumefikisha hapo, mama hapeani ID. Sawa sawa. Sasa hiyo maneno imefika hapo. Mtu asiongee tena. So tumebakisha 47k. Nani yako hapo? Si tufanye ka challenge kadhaa tafadhali. Ka challenge kadhaa haraka tuone venye itakaa. Ka challenge kadhaa kama venye Mary Kariuki amefanya, kama venye Margaret Mwangi amefanya, kama venye Grace Dogo amefanya, na wengine wengi. Tufanye ka challenge kadhaa haraka tuone kwenye itatufikisha. Margaret Mwangi, God bless you so much. Asante sana na Mungu azidi kukubariki. Tunafanya ka challenge ka 1000, lakini kama uko na mingi tafadhali toa yenye Mungu amekuambia utoe. Lakini kuna challenge ya 1k tumeintroduce challenge ya 1k tumeintroduce ndio tuweze pia kuspidisha kidogo challenge ya 1k. So kuna challenge ya 1k 0700 669 503. Nguge tumesema hiyo story ID imeisha. Susan Mugo ni story ID tumemaliza jamani. Pledges pia zikuje. Pledges zikam tafadhali. Pledges zikuje. So tumesema leo tutatoka hapa na 100k. Na sijui mbona leo tunaenda pole. Sijaribu kuharakisha kidogo. At least niliwaambia ikifika ni kupeana usingangane. Usingangane, toanga tu. Maana ukipeana inarudi. So ikifika ni kupeana, toa tu kutoa kwa roho. Ukitaka kutoa 20k, 15, 10, just give it out kutoka tu kwa roho na Mungu atakubariki. Iende ikanunue chuma, iende ikanunue simiti, iende ikanunue mchanga, iende ikanunue msumari, iende ikanunue mbao, iende ikanunue kila kitu chenye kinahitajika kwa hiyo nyumba. In fact, ni morasi unafaa kuambia watu, unajua hiyo nyumba lazima itakuwa na vyombo, itakuwa na gas, itakuwa na fridge, itakuwa na ile jiko nzuri ile inakuanga na oven, unajua hiyo jiko itakuwa na vitu mingi. Mwiko akuruga ngima mwiko. Nitakuja na hiyo kitabu next time ndio tuwasomee pages. Yeah. Sasa Miss Ann tafadhali, si tumesema tumalize hiyo story ya ID. Tumalize tu hiyo story ya ID. So Shiko Weston tuko hapa na tumesema tulikuwa tunapeana stories na kuna kitu tumediscuss hapa na Davis na Youngblood, na pia tulikuwa tunaangalia about ile muziki wao wa Thuita na wameuelezea kwa nini walitoa huo wimbo, na tukasema hatuwezi toka hapa. Kellen, si tumesema hiyo story tafadhali ya nini iishe haki watu. Hii tuko kwa challenge ya 1k. So tuache story ID ndio tuweze kufocus na chenye tunatoa.
tafadhali, ndio at least tuweze kusonga. So natumai introduce challenge ya 1K na sioni watu wakituma. Tuko kwa challenge ya 1K. Challenge ya 1K and may God bless you so much kwa wenye wanazidi kutuma. God bless you so much. So Jacqueline Kari 2000, may God bless you so much. Amen. So Youngblood tuko wapi? Tuko 45K, tumebakisha 45K. Tumebakisha 45K remaining, 45K remaining. Na challenge, tumeintroduce challenge ya 1K. So join your challenge ya 1K ndio tumalize. Just join your challenge ya 1K ndio tuweze kusonga kwa haraka na tuweze kumaliza. So 0700669503. Thank you Nashon, umenipostia. Thank you, God bless you so much. So 0700669503. Tumalize kwa haraka, challenge ni ya 1K. Teke ndio tuweze kutoka hapa kwa sababu tujue kafi. Imagine ka challenge kadogo hivyo, hata kama ni 500 tutumie tu tugonge hiyo pesa haraka. Najua jana tulikuwa tumewaitisha pesa, lakini pia tukaonelea pia juu hatuku hit target, ni vizuri kutoa mama akasema ilifika 220, so tukaona ni vizuri tuongezee iweze kufika 300 yenye engineer alikuwa anahitaji instant. Sawa. So na tumezidi kusonga vizuri. So chenye uko nacho, hata kama ni 100, 300, 400, 200, anything that you have, you can make it as a challenge. Chochote chenye uko nacho kinaweza kuwa challenge na itakuwa rahisi sana. How many numbers does Mom Virginia have now? Is this number for only today? Shiko, the reason as to why tunapeana hii number, kuna watu wengi sana hutuma na World Remit. Ile namba ingine ya mamu inafanya, unaweza tutumia hata kwa hiyo namba. Lakini kwa wenye wanatumia World Remit, watumie hii namba tunapeana leo, lakini hata ile namba ingine bado inafanya. Hii namba bado ni ya mamu. So tumeona badala ya kuipeana ile ingine, tupeane hii, sababu kuna pesa mingi sana imekoma na World Remit kwa ile namba ingine. Kulikuwa na issue kidogo. Juu World Remit walicomplain mama ametumua pesa sana, hawajui huyo ni nani anatumiwa hivyo. So shiko najua at least you have an idea of why tunatumia hii namba. So in fact tulianza kuitumia kitambo, wakati moja ilikuwa inajaa tunaweka kwa hiyo ingine. So I hope you understand why. So 0700669503, 0700669503. Hiyo ndio namba yenye tunatumia, na tulisema tunatafuta pesa ngapi? 45. 0700669503, 0700669503. Tumebakisha pesa kidogo sana. James Kisho, okay, thank you, umetuongezea 200. God bless you so much. Nani mwingine anaongezea? Who else? Nani mwingine anatuongezea? Hata kama ni 500, 300, 200, toa chenye uko na. Kama una uwezo wa kutoa 5000 pia unaweza tuongezea, maana nilikuambia kuna watu Mungu amepea uwezo zaidi kushinda wengine. So ikiwa Mungu amekupeleka hapo hiyo level, kuna reason alikupeleka kwa hiyo level. Kwa hivyo ukitupea pia hiyo 5K tutafurahia zaidi na baraka pia zitakuwa mingi kwako. Cynthia Gitonga ametuongezea 1000, ameingia kwa hiyo challenge ya 1000. God bless you so much. Asante sana Virginia. Cynthia Gitonga kwa sababu ya kutuongezea 1000 kwa hiyo challenge ya 1K. So thank you so much. Na namba ni 0700669503, 0700669503. Wakiendelea kutoa mama, waambie kitu. Yes, kwanza thank you Faruthi Wadhayo, TV family, Virginia Wangari, these are the Fupishians. Tunasema ni asante sana sababu tunajua mmetushikilia sana. Yes. Na I know it is not in vain. Jana nilisema kuna wakati nilikaa pale kwa mzee na sikujua kama siku moja ninaweza kuwa mahali kama hapa watu wakinijegea. Maybe niliangalia nikaona kuna kila kitu na nikadhani nishafika. But I bless God sababu wakati nilikuwa nasho, hakuna mtu nimewahi patana na yeye kama
kama hana. Hata watu wengi wa kanisa wanajua, na sababu I know you are subscribers, wanajua tulikuwa tunakosana na mzee kuwapea kama ni maguo ya watoto, kama ni food, nilikuwa nawatolea kwa nyumba. Hata wengine watu wanapita, mtu anaingia anasema hawana ya kukula na si kufungia. And that's why ninaona sasa ni kufuna ninafuna. Kwa hivyo what I know, the heart of giving ina receive more, sababu inapeana na ye inajazwa. Negoine kireria kiria kinini ndinakio nigetha Mwathani one hakundathimira. Nitatoa nilisho na kilio kidogo ndio naye Mungu apate mahali pengine pa kuweka. Kamondo aliniambia ukiwa umepewa kitu umeshika hivi mtu akuja kuambia nataka kukupea kitu niko nayo, sasa huwezi chukua kama umeshika. Lazima uachilie ndio ushike. Sasa wachilia ndio Mungu akuwekee. Na unaona nani huyo Shikoa alikuwa na confirm kuhusu hii namba, ndiye alitoa 10k, ndiye alikuwa anaitwa Elizabeth Thuita, ndiye ametutumia 10k. So Elizabeth tuliziona and may God bless you so much. Amesema alikuwa anataka kujua to know for future contributions. You can use any number. For now ni vile tu tunatumia hiyo hii ingine sababu ya World Remit. Na thank you so much kwa kuuliza. Nikadha Gitonga unasema ni wewe ndiye Cynthia Gitonga. Thank you so much. Asante sana. Nikadha nasemaga niwafupisha. Nasemaga ni boy. Nikadha Cynthia. Ni rafiki yako Davis. Anasemaga kola nini na special question anataka kuuliza. Wow, so Muhammad Ali kuja kwa Shabik Show tunakungoja pia. So Jacinta Maondo ametoa 300, God bless you so much. Lydia Maina 200, God bless you so much. Caroline Wamui ameongezea mara ya 3 1000 and may God bless you so much. Kwa challenge ya 1k nani anajisikia kuongezea kwa challenge ya 1k? Who else? Youngblood tuko wapi? 43k. Mbakisha 43. Right, so that is ibado iko 76 plus 50,500. 76 plus 50,500. 57. So tumebakisha 43. Good. Nation Wala ametuma 300. God bless you so much. Asante sana. God bless you so much. Lucy wa Jiroke hiyo ametoa 5,000. God bless you so much. Mary W Dhongo 3,000. May God bless you so much. Nani mwingine anatuongezea? Kimwana yatumia. Muhammad Ali wewe. Unachokoza yangu ati. Farudi, give us your number. Kajofo. Okay, nitawapea namba yangu nikimalizia mwenye anataka. Ama ni huyo alikuwa ananipigia sana. Hiyo ya 23 kwa sababu nimeona ni kama ni yeye. Anyway, sawa, nitakupea nikimalizia. Na kuna mtu ametukwambia about Remit is not working right now in some places. So at least tumefanya vizuri kutukonfirmia hivyo. Kuna mtu ametuma 500. Najaribu kuangalia ni nani, bado iko itajareta. Veronica wa boy 500 received. Asante sana. God bless you so much. So 0700 669-503. We are almost there. We are almost there. Youngblood, tuko wapi? Tumebakisha 34k. Peke yake. 34k. Yes, so 34k ndio tumebakisha na tutaipata tu saa hizi. So tuongezeeni tumalize hiyo. Just 34k tumalize. 34k hata kama ulikuwa umetoa tuongezee tu tafadhali. Tuongezee hiyo 5k, tuongezee hiyo 3k, tuongezee hiyo 1k, hiyo 500, hiyo 200, hiyo 300. Ni Kellen ametuma na hiyo Equity. Thank you so much Kellen. God bless you so much. Kama ni wewe, asante sana Kellen ya Keo. All right. So Jen Mwangi ametuma 300. God bless you so much.
Esther Joki anasema I feel bad vile sina, nataka kusupport this family. Na sisi tunakuombea. Wewe uko hapo na hauna na ungetaka kupeana. Next time tutakuja hapa. Mungu atakuwa amekubariki na pesa zako za kuenda raha, za kufanya investment, za kupeana na za familia yako. Tumekuombea. So I believe it shall happen. Juu najua ni wengi sana hata wenye hawaongei. So lakini pia hata kama huna uwezo wa kutupea pia tuombee. Maombi pia ni muhimu. So God will provide. Ama tutolee Esther. Kwa sababu ya kujiongea, si nyinyi mko hapa, si mtoe on behalf yake. At least. Kwa sababu unajua yeye amejiongea, unaweza sema nimetuma hiyo 1000 kwa niaba ya Esther. Ingekuwa mzuri. By then ndio tumtie nguvu. Nani yako hapo angesimama kwa niaba ya Esther? Maana Esther amejiongea. Nani angetaka nitatolea Esther 100 Muhammad Ali tutumie. Very good. Unajua ni vizuri tunamtia nguvu na tumwambie inawezekana. So tu on behalf ya Esther maana yeye amejiongea hana. So tuzindikishe Esther na 0700669543. Ameshasindikishwa. Ni kusindikishwa ama ni kuzindikishwa? Kusi ama kuzindikishwa. Unasema kusi. Swahili. So tuzidikishe Esther. Margaret, asante, umezidikisha na 100. God bless you so much. Nani mwingine atazidikisha Esther? Unaona anaweza zidikisha upate ametoa mingi kuliko watu wote. So tuzidikishe Esther. Njoki anasema ni vile I lost my dad last week na siku home, niko Qatar, nalipa deni ya my boss. Asante sana. Very good. So zidikishani Esther hapa. Nani angetaka kuzidikisha Esther? Ashatolewa 100. Nation wala amemzidikisha na 100. Thank you so much. Nani mwingine anataka kuzidikisha Esther? Na atamzidikisha na pesa ngapi? Ikiwa uko hapo ungetaka kuzidikisha Esther, tafadhali jitolee. Na wengine tuzidi tuendelee kutoa, maana najua Mungu ni mwaminifu. So tuzidikishe Esther. Ikiwa tungetaka pia, si ndio? So nani mwingine angetaka kuzidikisha Esther? Nani mwingine angetaka kuzidikisha Esther? Najua mko kwa M-Pesa saa hizi. Nani mwingine angetaka kuzidikisha Esther? Namba ni 0700669503. Wacha tuassume amezidikishwa na 5K. Na Emily Wona. Amen. Hejo tuseme amezidikishwa 5K na Emily Jogona. Thank you so much Emily Jogona and God bless you so much. Nani mwingine angetaka kuzidikisha? Lucy G amemzidi na 1K. Thank you so much. Asante sana. Miriam Waroy amezidikisha na 500. Sarah Bogu amezidikisha na 200. And Jogu amezidikisha na 250. Simekuambia watu kwa M-Pesa ukakataa. Mimi nimejua tu. So mimi nimejua tu. So nani mwingine amezidikisha Esther? Who else? Nani mwingine anazidikisha Esther? Nani yako hapo anazidikisha Esther? Namba ni 0700669503. 0700669503. Zidikishe Esther na chochote chenye uko nacho, hata kama ni dao 500, 200, 100, 300. Merepita mine will send next week, God willing, 5K. Merepita atatuma 5K next week. Merepita 5K next week, and may God bless you as you send. 0700669503. 0700669503. Hiyo itakuwa salama. So tumebakisha ngapi Youngblood? Tumebakisha 27K. 27K ndio tumebakisha. Na tulikuwa tunazidikisha Esther. Kwa hivyo unaweza toa ukizidikisha Esther na bado ukizidi kutoa. Just 27K ndio imebaki. So 0700669503. 0700669503. Hii pesa yote inaenda kwa mjengo, na sijui mambo na huku jana duvet. Niko na
ciĩtagwo atĩa marinator na human hair. Oh, kuna human hair. Na marinator. Inaitwa weave. Na zile za boda. Aya, uko nazo hapa? Nilikuwa nimekuja ukipeana hivyo ziko hapa. Haya, zile za boda boda. Zile za boda boda. Ziko hapa ama ziko kwa gari? Msipi hizo hapa. Si ulete moja tu. Angalia boda boda. Yes, hata hiyo boda boda. Hata hiyo boda boda. Itanunuliwa saa hizi. Hiyo ya boda. Ruth Waruwe ametoa 400. God bless you so much. Annie Jode 50 bob. God bless you so much. Hii ndio mshipi ya boda. Reflector. Safety belt. Wow. Hii inanunuliwa pesa ngapi? 4K only. 4K. Yeah. Sijui tununulie Davis anaenda kama amevaa akiwa kwa gari yake. Ni mzuri anakuwa safety. Gari kiaribikia kwa haya. Kwa hivyo tunahitaji tukiwa na Davis. By the gari inaweza pata panja kama wakati ilipata wakati tulikuwa tunatoka hapa. Unajua sasa tulikuwa tunafanya vitu bila reflector. Tungekuwa nazo, unajua tungekuwa tunakaa watu wa Kenha. Wangepita tu. Imagine umepatwa hapo na hauna hii. Sasa hizi ni 4K na ile ni 4K. Simutununulia na Davis. Haki. Ndio. Tununulieni leta. Tununulieni na Davis. Hizi. Ni 4K. Tununulieni na Davis. Nani anajisikia kutununulia na Davis? Nani angetaka kutununulia na Davis? Unajua sisi tunashiki kwa barabara tukienda, tununulieni na Davis. Hii pesa inaenda kusupport mjengo. So tununulieni na Davis. Ni 4K. Nani angetaka kutununulia? Tunataka watu wawili wajitolee. Kuna Lucy Gardner ameongezea 2000. Kwa hivyo huko kuko na ngapi? Kuko na 25. Good. So tunataka watu wawili watununulie hizi reflector zetu na Davis za kuvaa. Hiyo pesa inaenda kwa mjengo. So ni reflector nzuri sana mshipi, ukijifunga hata ukitoka nje ya gari unaenda kuangalia gari imeharibika ama nini. Hata mimi wakinunua navaa saa hizi. Nitavaa saa hizi. So nani anajisikia kutununulia hizi? 8K for reflectors. Unaweza nunua ukiwa peke yako, mnaweza nunua mkiwa watu 4. Si ndio? Mnaweza nunua mkiwa watu 4, wawili 2000. Sio ni 8K. Unaweza nunua ukiwa peke yako. Useme hiyo 8K nitatoa nikiwa peke yangu. Mnaweza nunua mkiwa watu wawili, mmoja aninunulia, mwingine anunulie Davis. So ndio hizi mbili reflector. So nani yako hapa angetaka kutununulia mimi na Davis? Cynthia Gitonga ameongezea 100. God bless you so much. Asante sana. So nani yako hapa angetaka kutununulia hizi reflector? Who is here na angetaka kutununulia reflector? Kama uko hapa na ungetaka kutununulia reflector, just come na uweze kutununulia hizi reflector, na hiyo pesa ina support mjengo. Sasa tunakungoja wewe. Penina Mpora Benjamin ametuma 1000. May God bless you. So na Penina ungetuambia kama ni ya reflector ndio tujue kama ni ya reflector. So Penina Mpora najua sababu unatumaga daily. Unajua jana alituma 5K unakumbuka, na amekuwa kitu support kwa huu mjengo kutoka mwanzo. Na najua tutaenda hadi mwisho. So nani yangetaka Miriam Gitonga 500. God bless you so much. Kijana ya mama, unakunywa nini hiyo masaa yote? Nini hata mjui alianza kukunywa kabla hatujaingia live. Yaani kakwapi huko kamkebe amekunywa maji yote. Hiyo yote. Penina Benjamin Mpora amezidikisha Esther. Usijini nimetuma 1K for Esther Jockey and 1K for Millennial 254. Thank you so much. Na sasa nani anatununulia hizi? Mimi na Davis. Nani anatununulia hizi reflector? Just 4K. Nani anatununulia? Na hatutoki hapa. Wacha kafyu ifike tukiwa tu hapa. Mimi sishtuki. Wacha kafyu ifike tukiwa hapa. Nani anatununulia hizi?
Hii ni 4K, hii ni 4K. Hii ni mishipi ya ni reflector na ni safety belt ya watu wa nduthi. Na tukiwa na Davis tu, unajua tuko na magari, so wakati unatoka nje kutengeneza gari ikiwa imeharibika kama ni usiku unavaa. So mtu hawezi kugonga, anakuona. So hii ni ya safety purposes. Sasa sisi na Davis tumejiongea, tunataka tununuliwe hizi. Na zinanunuliwa 4K ndio zisupport jengo. Yes, so nani yako hapa angetaka kufanya hivyo? Who is here na angetaka kutuongezea ama angetaka kutunulia hizi reflector? Kwani watu leo walienda wapi? Where are you people? Muko wapi? Kama ndio naamka. Ni kama leo watu wamelala sana. Kwani kuna sikukuu? Jana walikesha. So tungetaka watu wawili ama watu 4 watunulie hizi. Ni mbili reflectors, very simple, na ni 4K ndio ziweze kusupport mjengo. Sawa. Lakini tukiendelea kununuliwa hizi, Anita Mobi na Varodi, angalia kama yangu imefika. Anita Mobi. Unajiita nani jina M-Pesa Anita Mobi? Niangalilie tafadhali ndio niweze kuconfirm kama imefika. So Youngblood tumefikisha wapi? 24,900. So tumebakisha 24,900. Si tukijitolea kununua hizi reflector 4K, si tufanye ka challenge ka 500. Challenge ya 500. Naona tuko watu 352. Tufanye tu ka challenge 500 ili tuweze. Penina Benjamin, nimenunulia Davis but we'll pay next week. Si uvae tu, pesa inakuja. Penina Benjamin mpora atatuna, unajua huyo akisema anafanyaga. Anasemaga. Yaani mimi umeona tu nikae tu hivyo. Yaani wadau. Yaani wadau. Simnunue hii kitu hata mnunue pesa mingi kuliko ya Davis. Sasa wadau. Wakurugenzi. Karibu niwaite wajukuu. Yaani mnanunulia Davis hivi nikaacho hapa. Yaani mnanichukia hivyo? No, una come sahi. It is possible. Mnanichukia hivyo? Zaidi. Wacha nipatiane namba hapa nione. 0700 669 5. Hata kuna mtu ananihurumia. Au hata Muhammad Ali huwezi nihurumia. Wanaongea. Muhammad Ali huwezi nihurumia. Unitumia hata kama 100 useme hako kanasimamia reflector alafu wengine waendelee. Anyway, 0700 669 503. Najua hujui kufunga. Mimi najua hujui kufunga hiyo. Mimi najua hujui kufunga hiyo kitu. Hapa ndio kizungumkuti iko hivyo. Iko hivyo. Ni mwana simaji na watu wananionea. Edith Karoli ametuma 1000. God bless you so much. So Youngblood tuko wapi? 23. Bakisha 23,900. So tuendelee kutuma, tumebakisha 23,900. Charity wa Inaina napenda Davis, nitanunua 10K. Davis unapendwa. Sikirie. Davis unapendwa. Kwa hivyo Charity ameongezea Penina Mpora Benjamin, ameongezea 10K. So atatuma sasa ikiwa njia moja ya kuongezea hiyo yako 10K. Yaani mimi sijanunuliwa hata kidogo. Ama Charity tulikuwa hapo ndani na Davis. Labda tulikuwa hapo ndani na Davis. Kwani umenunulia Davis peke yake na alikuwa ashanunuliwa? Sasa nimebaki ni mimi tu sijanunuliwa. Ya Davis imenunuliwa mara 2. Umatike. Ya Davis imenunuliwa mara 2. Sasa Farudi, I bought for you and sent my money via SendWave to mom's other number. Sasa ikuje. Cooking with Riz unajiita na hiyo ni Cooking with Riz. Cooking with Riz. Cooking with Riz tulikula buzi. Ulikula buzi yake? Tulikula buzi yake. Cooking with Riz unajiita aje ndio tuangalie? Tuambie unajiita Elizabeth Kimeria via SendWave. Kwa hivyo itakuja ama ilikuja?
Elizabeth bado. Bado. Elizabeth hatujaiona aki. Kwa hivyo inakuja. Wacha tugoje ikuje. Hiyo itakuja saa hizi. Cooking with Liz. Kabla ikuje, nani mwingine akitaka kuongezea? Nani mwingine akitaka kuongezea? Isikia the millennials, mtu anunulia Davis mara ya 3 kwa kushikilia mama. Wow. Davis umejua kufanya hiyo kitu. Lilian Johansson ametuma 3700. Si Lilian aki Davis sasa wewe. Nihia. Ipunguze, kuna vile anaweza ipunguza na imtoshea. Sasa tunajaribu kutafuta yeye apunguza. Kama ni 22. Marudi. Acha ni hapo 2200. 2200. Kwa sababu imetuma 3700. Sasa sijui kama ni yangu ya hii ama ni ya kuendelea na mjengo. Yote ni ya mjengo, lakini tunajua ukituma 4K tutafikiria ni umenunua hii. Bado haijaingia ya Cooking with Liz, bado itakuja. So ati ni wewe uone comments ushanunuliwa. Simusaidie kusoma comments jamani. Mimi sijaona, unajua mimi hiyo ya Cooking with Liz haijaingia. Foto yangu mimi nimeshika haka. Simununulie tafadhali. David ashafungwa kake. Simununulie tafadhali. Cooking with Liz iko wapi ya Cooking with Aki haifiki. Ya Cooking with Liz itakuja. Si ifikange. Si ifikange Aki. Kabla ya Cooking with Liz ifike, si mtu mwingine hata ajitolee pia. Oh wow. Sasa hapa hata nikitokea hivyo kwa barabara. Aki nihurumieni. Cheki ya Anita Mombi. Anita Mombi sijui nilikusoma. Anita Mombi naona kama nilikusoma. Anita Mombi nilikusoma. Anita Mombi ama sijakusoma, sijakuona. Anita Mombi sijui kama sijaona yako. Anita Mombi sijaona yako. Sijakuona Anita Mombi. So confirm vizuri maana yako haijafika. Anita Mombi yako bado haijafika. So it's coming, it says processing. Cooking with Liz anasema it's processing. Sasa kabla hiyo ya Cooking with Liz ifike, kwa sababu ina process, simu ninunulie. Yaani mimi najiomba, nashika kibao kama watu wenye wanataka archives. Simu ninunulie hii 4K peke yake. Imagine 4K. Ya Davis imenunuliwa 14K. Imagine. Na najua nani atatuma. Huyo anaitwa Charity. Najua atatuma 10K. Charity tunagojea hiyo 10K Charity Wainaina. So Charity Wainaina 10K tunaingojea. Ate wewe Varodi ni comedian by the way. Varodi ya subscribe after kujua unajua Kiswahili. Akwambia niliingia mara kuweza Kikuyu karipita. Ajaye. Na millennials wewe. Varodi wacha kusoma majina zote bwana, unachoma. Ni sawa, sitasoma majina yote. Nimeacha kuchoma. Miss Anne, thank you. Nitaacha kuchoma. Basi nitumiani basi. Chageni 100, 500, sitawataja majina mawili. Ni mimi tu sijavaa. Kwani mnanichukia aje? Cooking with Liz kuna message imetumwa wakambua iko kwa process na itafika. Mere Muiroli si muhanye hivyo jamani, hata kama ka 1000 zingekuwa zishafika. Unaona tuko watu 383. Kama tungeshikana watu kama 8, mtu atume 500, mwingine 500, hata hao ni watu wangapi? Mtu akituma 500, hao ni watu 8, si ndio? Watu 8, si ndio? Watu 8 tu watume 500. Watu 5 tu, 8 tu watume kila mtu 500. Basi hiyo itakuwa mzuri. So hii 10K itatumwa. Hiyo 10K itatumwa na Charity Wainaina. So itoe hapo.
utoe 10k hata kwenye tumebakisha toa 10k charity wenyewe natuma. Haya, I pledge 5000 via Sedwave. Wanaitwa Dorothy. Wow. Dorothy, andika Dorothy hapo. Andika Dorothy. Hiyo ni pledge. Hiyo ni pledge. Na Cooking with Riz tuambie umetuma ngapi ndio pia tuitoe pale, si ndio? So Cooking with Riz tuambie ni ngapi iko kwa njia. Kama ni 4k tutolewe pale. Sawa sawa. So Cooking with Riz tuambie ni ngapi iko kwa njia ndio tuweze kuideduct. So tunazidi kuendelea na kutoa 0700695030 0700669503. Cooking with Riz ni ngapi? Ann Jode ametuma 500. God bless you. God bless you so much. So so Cooking with Riz tuambie ni ngapi tutoe hapo, lakini kwa sababu hatujamalizia 0700 thank you so much and John asante 0700669503. Cooking with Riz anasema alikuwa ametuma 4k yenye kwa njia ni 4k 200, kwa hivyo utoe hapo itafika saa hizi. So uandike deni ya Penina Mpora Benjamin 4k atatuma next week. Umeshaiandika? Davis ituma ni 500 Anjode ametuma 500 ya belt ya Varodi. Ndio hii mshipi. Ndio amesema belt, nikaanza kutafuta ni gani. Niko fikiria hii. So Jenny Bogo ametuma 1000. God bless you. So tumokisha ngapi? Ukisha 700. 3700. Basi hizo 500 zikuje teketeke tumalize hiyo story. Hiyo 500 zikuje tumalize hiyo story. 500 zikuje tumalize hiyo story. Charity Wainaina na ngoja 10k yako. Najua itakuwa ikiingia anytime soon. Mkiwa na Liz yake iko kwa njia pia. Sasa yule mtu ameanza kupiga na nilimwambia tuko live. Nafikiri ameona tumekaa sana. Sasa nikumalizia tunamalizia so tumebakisha 3700. Mtu atutumie hata tu 3000 na mwingine 700 tumalize hiyo story, ama mtu mmoja atutumie that 700 ama watu wa 6 watutumie 500 watu 7 actually watumie 500 tumalize hiyo story. Na tuna contribute ya mjengo, by the way hii pesa yote ni ya mjengo. Winnie Mosh, hiyo belt ni how much? Tumesema ni 4k. Ni 4k. Winnie Mosh ni 4k, just 4k only. Sijaiva kwa sababu Nancy na unajua jana pia alikuwa ametuma. Sasa mmesema nisitaje hiyo jina nyingine. Nancy, thank you so much. Asante sana Nancy wetu. Kabla nitaje chenye Nancy ametuma, tulikuwa kwa Winnie Mosh. Nimeuliza belt ni pesa ngapi? Belt ni 4000 only. Kabla nikuambia Nancy mwenyewe ametuma nini. Ameambiwa ni 4000. So Winnie Mosh ni 4k. Unafanya hivyo ndio kabla tufunge. Unafanya hivyo. Na pia ukituma usitoke hapa kwa sababu tunataka pia tukuombee. Usitoke hapo kabla hatuja kuombea. Usitoke hapo kabla hatuja kuombea. Ukae hapo hadi tukuombee, sawa sawa. Si mtu sasa ni moja si mtu alinunulia. Ni moja anasema yeye anunuliwe badala atununulie. Na vile nilikuwa nimefurahia. Anyway, Nancy mwenyewe ametoa 5k. God bless you so much. I think tumehit target yetu. So Charity Wainaina najua hiyo 10k itakuja na hiyo ya Cooking with Riz pia itafika. Kwa hivyo bas imefika kwa mtandao. Amen. Yes. So ma'am, si tuombe tumalize, lakini hatujamaliza. Watu waendelee bado kutuma. Maana mjengo bado haijaisha. Tuzidi kutuma hata usiku. Ukipata hii video endelea kutuma ndio pia at least tuweze kuendelea na kujenga. Maana hii pesa yote ni ya mjengo, hata hiyo ya reflector ni kila kitu. Tunatafuta ni ya mjengo. Sawa sawa. So Lady Maria anasema Faruti, I have bought you a reflector. Lady Maria unajiita aje? Hebu tuambie unajiita aje? Acha tuone.
hiyo kabla mamu ombe. Wacha tusikie Lady Maria iko wapi? Where is it Lady Maria? Itaingia utajiita aje Lady Maria? Lady Maria ni Fred yetu na Davis. Kumbe ndiye Nanze mwenye na mwezi sababu ndiye huyu. Alikuwa amesema demand. Thank you so much Lady Maria. Tuende pale kwa nini kwa ile tuka na sababu container ulisikia imekuja, kuna duka alitutuma tuende tushukue vitu. Good. Sara Odongo ameongezea 2000. Kwa hivyo mimi naona 5k. Alafu siku kingine ndio 4k. Hata yangu imenunuliwa 9k. Amen. Sijaanza na mimi na bado ya John De 500 na huyu Jane Bogo 1k. Okay. Basi iko karibu kufikia. So thank you so much. God bless you so much. No, we are not sending to Farodhi wa Thayo, we are sending to Virginia. Ni mimi nanunuliwa, ni kununuliwa, nilikuwa nanunuliwa na sijamaliza kununuliwa. 0700669503. Hii namba tunaweka hapa ndio tunatumia. Na Virginia Wangari Kamodho. So Mama Daddy, thank you, Lord, we love you together with Palm's family. Thank you so much. So Dorothy, we are not sending to Farodhi, we are sending to Mom's number 0700669503. Wow. So tuzidi kujitolea. So Mom, tuombe. Wacha tuombe. Na before tuombe tuseme ni asante sana. Hatuwezi ishukulia tu kama ni kawaida ama tuishukue tu hivyo. Hivyo ndio tunasemaga na Fuficians na sababu najua wako hapo pamoja na Farodhi wa Thayo family. We are so happy na tumefurahia sana na tunasema hiyo mikono yenu imebarikiwa, miguu yenu, your might ibarikiwe, ndio iwe inafikiria vizuri na una make money, na tuseme may your pocket overflow, na tunasema diseases, magonjwa yote, vifo, locust ya kukula vitu zenu tumezikataa katika jina la Yesu. All what we need is you to be promoted, wenye hawana kazi wapate job na watoto wenu wa prosper in Jesus name. Father, in the name of Jesus Christ, tumekuja mbele zako kukuambia ni asante. Asante kwa vile umetubariki, asante vile tumeona watu wako Baba, umewabariki na kenye umewapea wamerudisha, sababu wanajua wewe ndio tu peke yako huwa unawabariki. Na because of what they have done, God Almighty, because of how they have stood with this family, tunakuomba ukaweza kuwaonekania na kuwabariki watoto wao. We declare they are blessed, their pocket, their families, relatives, all of them, they are blessed by you, sababu wewe ni baba yetu. Waonekanie wenye wamelost kazi wote wapate, na wenye bado wanatafuta, wenye bado wako kwa kazi wapromotiwe, wote ni wana wako na ukawaonyesha njia. Kuna wengine walianzisha manyumba zao na zikasimama wakakosa pesa, na because they are still planting, God Almighty, may you open new doors, uwabariki na ukaweza kumaliza hizo manyumba. Wenye wanatafuta viwanja, God Almighty, they are trusting you, may you give them. Tunasema ni asante kwa kila jambo. Even Farodhi wa Thayo tunamkabili mikononi mwako, ukaweza kumbariki na kumuonekania good health, tunamuombea na tunasema mikono yake imebarikiwa. We know time akona challenge ya kuenda kufikia watu wako, but I thank you God because you know that, my God and my Savior, how I pray my Father that you never lack, na ninajua kuna mambo na milango utaenda kumfungulia na watu wote washuhudie, waone ya kwamba umemuinua. Tumeomba na tukasema utembea pamoja nasi imasaa, God Almighty, tufunike na damu yako. Tunajua tu we are safe because of you. In Jesus name we do pray and believe. Amen. 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 So thank you so much. Na Mungu awabariki zaidi. Na Wala anasema nini? Nani? Dorothy. Davis. Unajua nilikuambia mimi ama si unajua ni vizuri. Mimi nafikiri nimeshakupita. Kwa sababu Dorothy najua ni mimi amenunulia. Najua nishakupita. Dorothy. Imefika. Si ndio hii? Amen. Sijui unajua
Hajasema kitu kwa hivyo si mimi. Hajasema kitu. Ndio hizo nimefurahia. Thank you so much Dorothy wetu. Mungu akubariki zaidi. So nafikiri tumehit target na tukapita, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, na mzidi kutuma ndio tuweze kumaliza mjango ya mam. Ahame. Tuseme ni kuhama. Kwa hivyo mahali tutafika usikie tushaanza kusema ni kuhama, unajua tunakaribia kumaliza nyumba. Sasa hiyo tutakuwa tukikuja tu tunaandika ni kuhama, tunaingia live. So na kuna vitu zingine tungetaka zitoke huko zikuja huku. Tungetaka zitoke kule zikuja huku. Hii ni nyumba mpya, si ati tunaleta ile kiti mzee. Ati ile kiti napataga hapo. Ati unakuja unaiweka kwa nyumba mpya. Hapana. Kama kuna mtu angetaka kusurprise mama na viti nzuri zenye zitawekwa nyumba mpya, aniuliza kwenye tutatoa, nitamuonyesha. Aniuliza kwenye tutazitoa, mimi nitamuonyesha. Nitakusomea ni nani hiyo next time, nikwambie ni nani alisema. Very good. So thank you so much and God bless you. Wacha ni wa release kwa sababu ya curfew. Amen. Hata kama imefika. God bless you and bye. Oi.